Wele wakabiri alisono tiari nyomana na hiyo mpeperu kabisa na hapo sina naachia kakira Kinyata narakurwa Kenya nenyora oburu obwamiru no mwitara benyasaya kufunike singa masaya pakasaywa abasungu bamwame chimoni manyeni babenchi okuyo babalina lakini nyasara kwembe bara sinja mechi tae abamanya mumanyire beja mwana siasa lakini sikiro kutende ndaparima sio siasa lakini sinja ati neuka abama mama kodi free direte bawebe pakinga kwa mkono aba babai kula benchi abanyi no soti bawebe simusimale nyongoleka sembo haya sina mechi tawe bana bama bana abazakuru bajapara kiremyoko raba akatewa nyora jawo bana barubishira abambuliye ko mwaba mukazi sengeze yako just say hi. Honorable Godfrey Soti, our senator, Olisenje Wanje, na kuachia tu medali 121. Mama Jamila utasomea mheshimiwa. Ni vasi mzuri kwa Biblia. Na kwa majina wananiita Helen Mweseli. Joseph Muyanje na alikuwa around. Muyanje Olisenje Wanje. Na Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo daima na milele. Bara ditu uno ya saini wapanga na alomba ifwe kama family kubakupira embo sana bila ODM bila voters babiga wahabenene senator tao yanze mtile my brother therefore be behind you so that may the other dreams you have that you feel through him they'll be fulfilled. God will help us. My brother, stick to your people, serve your people, and the sky will be the limit. Umera bandanga Judy and Allah nindo mwana ngosote. Empo muno okwicha kumuho kumwana efwe. Mumo okwicha kwa kachenyere n'obwami bwene wino n'okonyoti. Empo muno. Wazazi wa watazamaji Asante sana. Bwana Yesu asifiwe. Mirembe boss. Senator wetu mpendwa pamoja na mke wako, our deputy governor, mbunge wa sehemu hii ambaye yuko na sisi,
majority leader wa Vihiga, pamoja na waheshimiwa wa Vihiga wote na wageni wote pamoja na familia, nimekuja hapa kuwasalimia katika jina la hamjambo. Mimi kwa majina naitwa Butia Nixon, nikiwa former MCA wa Shiru, Deputy Speaker Vihiga Emeritus, na nimekuja hapa nikiwa katika viwango viwili ama vitatu. Ya kwanza, nimewaletea salamu kutoka kwa familia ya Jamila Osotsi. Mmezipokea hizo salamu? Simemwona mwenyewe yuko pale. Huyu ni msichana wetu kutoka kule Hamisi, na tuko hapa na watu wa Hamisi chungu nzima. Wengine watakuja kwa viwango zingine, lakini kama uko hapa na umetoka Hamisi, simama tu na uwewe. From Hamisi. Watu wa Hamisi ndio wale. Hamisi ndio hawa. Hata mwingine yuko hapa. Ile message ambayo sisi tunatuma ni kwamba, kwanza kabisa, Mheshimiwa Sosi, tunasema asante kwa uongozi wako kama senator wa sehemu hii. Umefanya watu wamejua mambo ya useneta ni kazi gani. Jambo la pili, umetuletea kiti ile kubwa kabisa katika Kenya mzima, kiti ya Deputy Party Leader wa ODM. Hata kule mimi nilikuwa nimegwana sana, nikasema hii ODM sitaingia, lakini sababu senator hapo hapa, mawazo yameanza kubadilika. Chema, nitakwambia mambo yangu baadaye. Na chama hii yako imesaidia Kenya mzima. Wakati ile muungano yetu ilikuwa imefifia kidogo, mmetupea experts ambao wanasaidia serikali kufufua uchumi na kuendesha mambo ya serikali. So thank you very much, Deputy Party Leader, for that. Mwisho, uongozi wa 2027 wa ugavana katika sehemu ya Vihiga, sisi kule kwetu Hamisi tumeamua we are not going to let our girl down. Tutapeana kura ya Osotsi kuanzia asubuhi mpaka jioni. Hata wa Maragoli wamekubali. Na nyinyi Wanyore mmekubali. Muende mwambie wewe rafiki yangu Mboko. Mwambie rafiki yangu Mboko atafute kitu kingine polepole kule. Ama namna gani? Sisi hatutaki madoadoa. Tunataka mtuletee Osotsi na sisi tumpe kura, sababu tunajua yeye ako na mwelekeo. Na pia yeye ako na msimamo. Na yeye Mheshimiwa Osotsi, hii kitu utachukua mapema. Utachukua mapema. Tunataka ukumbuke watu ya Hamisi, ukumbuke watu ya Sabatia, watu ya Vihiga, na ukumbuke watu ya Mwahaya. Na watu wako wa hapa Rwanda usiwasahau. Ukigawa, gawa equally. Si hivyo? Kwa hivyo ni hayo tu kwa leo. Sisi tulikuwa tunafikiria hata hii homecoming ukuje ufanyie tu huko Hamisi, lakini ututengezee siku pia ukuje tukae na wewe kule, sababu tunakupenda. Asanteni sana, Mungu awabariki. Asante mgeni wetu wa heshima, Deputy Leader wa ODM, akiwa Senator Vihiga County, na wote ambao wamefika. Mcheleza bosi mundogo limiramba bosi miramba kale wako sengi hano na vifa wa Senator waramona kuzaliita nimikala na uza wa molomi wa Jessica Gilbert Lindsay
baada ya Ligita Lusingira kwa Joya mtabakia. Bwana asifiwe. Seneta wetu oe. Zini mwifa wewe ananga poli naendo. Sisi tunaenda mbele. Bwana asifiwe. Kumeko tende nyima wembele kwa tiara mpanda da tunaenda wapi? China. Poli naendo. Singira nyuma. Na Bwana asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na seneta wetu kali wewe na bosi ndebe bosi. Ndebe bosi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sisi tunataka maombi tunaenda mbele. Tunaenda mbele. Jina. Margaret ya Boma mama yake. Jina. Jina tu peke yake. Sema tu jina mrefu dawe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina ni Consolata Keni, nikiwa mama ya Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Daima na milele amen. Daima na milele. Mimi kwa majina ni Lydia Msindi, mama yake mdogo. Bwana asifiwe. Kwa majina ni Rona Imanye, nikiwa mama ya Usozi. Senator, we celebrate you, we are proud of you. Ndebe bosi. Ndebe kandi. Kwa majina ni Mary Kefa. Ango Senator. Aende mbele. Yale tukugamba. Hamjambo nyote. Hamjambo gani? Jina tu jina ni Gasiera Edward Jomba. Salamia pana. Jina nzi Paul Ayumba Jomba. Bwana asifiwe. Ni Uncle Kenneth Muganga. Hamjambo nyote. Mimi ni Alois Nandwa, Uncle ya Jomba. Bwana asifiwe. ODM oye. ODM oye. Mimi nilikuwa ODM kabla hata sikuwa nimemwambia. Nilikuwa ODM damu 2022 nilikuwa ODM kabla hajapata hiyo ODM. Sasa ninafurahia kwa wageni wote wenye wamefika kwa kijana yangu. Nimefurahi sana. Mumupigie kura 2027 tafadhali. Na waomba, mimi ni mama yake. Mimi ndio huwa nampangia. Anajua hivi. Huwa nampangia Godfrey Osonzi na Jemila. Muendelee mbele. Mungu awabariki. Asante sana. Kwa majina naitwa Jessica Mboga. Seneta wetu mpendwa, waalikwa wote na viongozi wengine na wasalimu katika jina la Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Mrembe mosi. Mrembe kandi. Sisi tumetoka Maragoli. Mimi nimetoka kwa boma ya mama wa seneta nikiwa kukaa mdogo. Mimi ndio wa mwisho. Na tumetoka Maragoli kuja kukuombea mjukuu wetu seneta. Reverend Uzoma Amechi. For some of you that do not know me, I'm a missionary from Nigeria. So I want to share with you the word of God because I understand that so many of us here did not come here for God. You came for the MP. But we want to introduce God to you. Hallelujah. Hallelujah. So God is using the MP to bring the word of God to you. The senator. Sorry for that. No problem. No problem. God bless you. So God is going to use him, the senator, to bring the word of God to you. If you are with your Bible, quickly turn with me to the book of Psalms number 103. I will read the first 5 verses from that very place. Psalms number 103. And it says, "Bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless his holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget none of his benefits, who pardons all your iniquities,
who heals all your diseases, and who redeemed your life from the pit, who crowns you with loving kindness and compassion. Verse 5. And who satisfies your years with good things, so that your youth is renewed like the eagle. Praise the Lord. Amen. I'd like to share with you a topic I titled, Do Not Forget Your God. Do not forget your God. You have given me assignment. Thank you. Do not forget your God. Amen. I'd like you to turn to your neighbor and say, neighbor, do not forget God. And I don't know if there is anyone here before I go on. You do not know God. You believe in any other thing. Maybe you carry about your charm, your God. As long as I'm here, that your charm is not working. It has expired. Check it. If you have it as a ring or like what they have tied, check it as expired. Because no charm work where I am. Amen. Amen. Because we serve a living God. One of the easiest things in the character of human being, one of the easiest things that is found in the character of human beings is to forget. To forget. People easily forget, more especially when it is a good thing. People don't forget bad things very easily. If I tell the senator here that thunder will fire you, he will never forget a Nigerian told him that thunder will fire him. But if I tell you now, God bless you, before you get to your house, you forget it. That is to show you how human being is. Ziende pamoja na sisi. Niko kwa program, nitazungumza baadaye. Mungu asifiwe sana. Amen. Asante, nafikiri amemaliza hivyo. Kanzo kwenda, tafadhali. Asante. Hebu mno abakulu ugenda basimama hebu. Kule kwetu kule. Bukuru nafasi ndio zingakaanza kwenda sikia mano kujore kaanza kwenda. Okatiranya hebu. Abantu bali yano nitukuno sinili tukulingaire ta. Hebu senator wefwe. Hebu mheshimiwa wefwe Rwanda constituency. Hebu muyazo wefwe deputy governor commissioner Sibano usiliota mama kedo abaye msiye bana odie bizo kuli bepa dita mwiza kumbera cha kuloba sekado munyole manne munyole mukuru ndisene kukalise mbo kunyasai omundu aboranga mbu jakulera basakulu inyuma dakabole lyanjenu esiminyu siriba ejogo sirora kagali tuli okwalu nekwebula no musiado langu agambu god furoso nakulira muifwe niora ya korano omwami embu muno seneta akura ku map ya Kenya ifo bantu batito kulwano abantu babiga kuchiye ikulira kulekera ikulira ada bikaba nungwe bwana seneta kwamanya omundu amanya kungura Luana obukule bire ko okulere sizire kwebirira takambukula busa kuba kulinda kufinjira kulagenga yoniyo kanzo of elders bunyore abakulu bano bali mu chinde choice abe bali mu abakami ite nabo kya abakulu bamulole bali
ise ngoja kwanza nyinyi bado ni babitaga na kakukalioka bado ni babitaga bado Honorable Godfrey Osoti, our Senator Olisenje Wanje, na kuachia tu medali 121. Mama Jamila utasomea mheshimiwa. Ni vasi mzuri kwa Biblia. Na kwa majina wananiita Helen Mweseli. Joseph Muyanje na alikuwa around. Muyanje Olisenje Wanje. Na Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo daima na milele. Bara ditu mno ya saini wapanga na alomba. Ifwe kama family kuba kupira embo sana. Bila ODM, bila voters wabiiga wahabenende senator tao. Yanze mtile my brother, therefore we're behind you so that may the other dreams you have that you feel through him they'll be fulfilled. God will help us. My brother, stick to your people, serve your people, and the sky will be the limit. Kumera bananga Judy and Allah nindo mwana ngosoti. Empo muno okwicha kumuho ku mwana efwe. Mumo okwicha kwa kachenyere no bwami bwene wino no konyoti. Embo muno. Cousins mulaita kuita one of the cousins mwitula chafuwezo habari zenu. One of them. Mimi kama ndugu wa mheshimiwa Senator Godfrey Osoti nimeshukuru sana kwa senator kufanywa kuwa deputy party leader, na nikiangalia mbele naona jambo moja. Kuna mzee mmoja alikuwa akitaka mrithi, akamtuma akamwambia nenda mwisho wa dunia uniletee kioo cha ukweli, na Godfrey Osoti ameleta kioo cha ukweli. Asanteni. Embo ananuma kwa niaba ya all cousins. Kwa niaba ya all cousins, majina David Kwendo, nasema cousin Godfrey mheshimiwa, tunaendelea kukuombea Mungu azidi kuendelea kuinua bado kuanzishia that lift. He will continue sustaining you and lifting you. All what you need to do is to trust in him and be focused according to his guidance. Thank you. Okay, for what you offer, kwa niaba ya Msala, tell them all to stand. Msala's family to work. Aboe bantu ba Msala, they should work. For this career, Maria na waweze Msala is a big family. Niyo ya senator. Anyway, asanteni sana. Time ndio tuna tungesema mengi. Godfrey, thank you very much and congratulations. Mahali ulianza nominated MP, you are now, you went to be a senator. Right now, you are sitting there as a super senator. Next time, you will be in the other office. So all, we wish you very well, and God you should guide you and help you serve the people, so that sisi kama familia tunakuomba usonge mbele. Kama familia ya Msara tulisema we shall appreciate you, and the way we shall appreciate you is in the form of a small present.
Margaret, you want to be? Oh, Kamarem. Noti mchakuwa nanga maua mheshimiwa nende mama itea wenyakumwa maua kumkaribishanga angu mwewule mheshimiwa Godfrey Soti nende mama abali bama uwa bala nikabeza kutanga kuwana samwana ita kuwana mbali nyakana naseja kuwana ndakamala kuloni ndetema mauta nendeliuwa mwana nendeliuwa mutakuwananga noni ebyanwa ebibule kufamili nitakukaima kubali wakamala mo haraka sasa. No, sije Wembo. In a special way, when behind every successful man, there is a woman. So my brother wouldn't be what he is without zaidi because unajua 2032 utakuwa president of the Republic of Kenya. Najua hiyo utawezana nayo. Jambo la pili, ushikane na vile umeshikana na brother Maungu. This guy is the only MP mwenye alipiga no, na ndio unaona vitu zikabadilika, si ndio? So si Maungu ni mwanaume, si ndio? Mungu bariki seneta wetu, na sisi tunasema hivi seneta, kama walimu 2027 tunataka ukue governor na usirudi nyuma. Mungu akubariki sana seneta. Thank you. Asante sana chairman. All protocol observed. Kwa niaba ya NAT, kwa niaba ya walimu, Bwana Soti, tuko na wewe pamoja. Tumeamua wewe ndiye governor 2027. Na tunasema hivi, kuna mmoja wetu ambaye amekuwa kiongozi wa walimu ambaye pia amekuwa MP MY, anaitwa nani? Omboko Milemba. Kama walimu tumeamua 2026 kura yetu itakuwa 2026. Tunaanza na kumpeleka wapi? Nyumbani. Hata endelea kuwa chairman wa KUPPET. Na ili hasa hafanyi kazi na walimu. Tumemwambia akae chini, awache hii kiti ya governor. Makandi babolambo elierangwa embusi ya senje nwakalaka aho kidogo ne handolekera abandi bakole sina abatongo ibabeo sibalekane fulwanda khalakeko sibalekane fulwanda khalakeko ulone imbusi ya wina ngaruke kumangana kanati daka moja tu. Sisi tulikaa na serikali 2021, we signed a CBA of 5 years
haikuwa na pesa, walimu wakakubali. Baadaye tukakaa na TSC na president akaamua kwamba tupewe between 9 and 10% kama salary increment. Hii CBA inaisha next year 2025. Tumengoja miaka 4. Nothing has been happening. Hii ni pesa kidogo sana kwa mwalimu. We are talking of 700 shillings, not a lot of money. Because this government has a lot of money. Hatuwezi sema serikali haina pesa. Ina pesa nyingi sana, lakini inatumika vibaya. Kuna walimu ambao wamestaafu. Mwalimu anakaa miaka 5, miaka 4, super senator. Huyu mwalimu hajalipwa. Na ni pesa ambayo alifanya nini? Alikatwa. Paka mwalimu anakufa stress. Kuna vijana wetu ambao wameajiriwa juzi kama intern, na serikali ikawaahidi kwamba baada ya miaka 2 watakuwa confirmed kama permanent and pension. Hani vijana wetu. Huyu ni kijana ambaye amesoma, amefika university, analipwa shilingi 15,000. Ukweli uko wapi? Ukweli uko wapi? Kuna medical scheme ya walimu. Hatupati medical allowance. Hii medical scheme inaenda kwa insurance. Lakini mwalimu anaenda kutibiwa, anaambiwa kwamba serikali haijatuma nini? Pesa. Hata kama ni punda, si punda imechoka. Tunawaomba wazazi wetu, tunawaomba kuanzia Jumatatu, tunawaomba tukula bana benywe, tumulella bana bulei, muyanja mwikaleko na bana kidogo, because hiyo ndio language ambayo serikali inasikia. Otherwise, let me say, we shall continue supporting you. Mahali utalala, tutalala na wewe. Ukiamuka, tutaamuka na wewe, na tumedecide wewe ndio governor wa walimu 2027. Asanteni sana. Asante sana. Hao ningewazuia, singekuwa ni tabu. Tuko hapa na Chamber of Commerce ambao tungependa wakuje kwa ufupi sana, wakuje wasalamie. Chamber of Commerce tafadhali. Alafu baada ya hao tutakaribisha mheshimiwa wetu MCA aendeleze ratiba kuanzia hapo. Asante sana. Mgeni mheshimiwa Honorable Osotsi, Deputy Governor, na wale wote wamekuja hapa. Hamjambo. Kwa niaba wa chairman wa Chamber of Commerce Vihiga County, Mheshimiwa Billy Nyonje ambaye pia ni mtoto wa hapa, Senator, tunasema congratulations. Congratulations sababu wafanyi biashara wa Vihiga, Senator, umewasaidia sana. Juzi umeleta mswada ya pending bills, and I'm sure tumeumia sana, lakini asanti sana kwa kututetea kwa pending bills kwa wafanyikazi wafanya biashara wa Kenya na Vihiga ikiwemo. Sisi wote tunakutakia mema and count on our support. Asanteni sana kwa kunisikiza. Asante. Nafikiria pale tumefika. Mimi kwa majina nimesema naitwa Kennedy Okila Angalwa, nikiwa mmoja wa hii jamii, na nichukuliwa niwe mmoja wa Master of Ceremony kwa siku hii ya leo. Nataka kuchukua fursa hii, naambiwa kuna mwimbaji anataka aimbe akikaribisha MCA wetu. MCA itakuwa sawa, si ndio? Jeba. Tuko hapa na ndugu Ben. My selector DJ, are you ready? Wacha tupate entertainment kidogo, tutaendelea. Ya. DJ umeniona?
ama bado? Karibu Mheshimiwa Patrick, ndio simame hapa kwa ajili ya kupokea. Ndio hiyo sasa, simama hapa. Asante sana. Mgeni wetu wa heshima kwa siku ya leo ambaye ni Super Senator Godfrey Osotsi, ambaye tena vile vile kwa saa hii ndio first deputy party leader wa chama kinachoongoza katika East Africa kwa namba ya watu, Honorable Godfrey Osotsi, our Deputy Governor Honorable Kitiezo, our MP wa Luanda constituency Honorable Maungu Dick, Council of Elders, wa MCAs wenzangu, nimeona pale Mheshimiwa Omido ambaye pia ni mzee katika chama chetu cha ODM na tunamheshimu sana. Party leader wa Vihiga ambaye ni chairman wetu Zebedi Osagwa, wana ODM wote walioko hapa na wananchi wa Vihiga, hamjambo? Hamjambo tena. Si leo ni siku ya furaha. Tumsifu Yesu Kristo. Mimi nikisimama hapa nataka niwakaribishe nyumbani. Hapa ni Wemilabi Ward na mimi ndio MCA wa Super Senator ambaye pia ni deputy party leader wetu wa chama cha ODM. Mnakaribishwa sana hapa Wemilabi, mjisikie muko nyumbani. Kabla sijaongea, najua tulichelewa kidogo kwa sababu ya kutoka kule airport tukikuja huku, tutaenda haraka, na nataka niombe chairman wetu wa party ya ODM katika Vihiga County akuje atupatie theme ya mkutano wa leo. Kwa hivyo Bwana Zebedi, chairman ambaye tunaheshimu sana, karibu utupatie theme ya mkutano wetu wa leo.
my deputy party leader wangu ambaye pia ni super senator, mama ambaye anamlinda, bila yeye hangeng'ara vile anang'ara hivi. Deputy governor wetu, on behalf ya governor, mjumbe wetu wa Luanda Powerso ambaye ndo mwanaume kamili, yao ni pesa kwa kitu, walitaka kumuonga na kakataa. Ni ukweli ama si ukweli? Peke yake ndiye alipika no. Commissioner wetu ambaye yuko hapa na sisi siku ya leo, director wetu wa ODM kutoka Edukota, pia ni mtoto wa hapa Philip Etale, na pia wengine wajue, simama tu kujua leo watu wataongea nyumaye. Huyu ndio Philip Etale, mtoto wetu ambaye ni director katika chama cha ODM. MCO wetu ambaye mko hapa, viongozi kutoka mbalimbali, pia nimesahau kidogo, tuko hapa na deputy speaker wetu ambaye yuko hapo, wakuona wajua kwa deputy speaker wetu hapa nyuma, na wananchi wetu ODM. ODM tuko tayari. Mnajua ng'ombe kianguka, usipochunga, hata mwenye ng'ombe usipochunga anaweza kukosa hata kukula kipande kimoja. Na ndio mnaona sababu hii ndio mwenyewe nimeshafika katika hapa ili nipate kucontrol kulingana na mwelekeo wa chama. Kabla sijasema theme of the day, na watu wanne waje hapa tu mwajue, na ndio warudi waketi, sababu wapo na nafasi ya kuongea. Wa kwanza, leader majority Honorable Mbogu, njoo hapa. Wa pili, chief whip wetu Honorable Mwata. Wa tatu, Honorable Mwata, karibu. Honorable Karangote, Honorable Mkoto, kabla sijaongea theme of the day, wakati tulipata kwamba kiti ya deputy party leader iko vacant, na tukaanza kusosa hata sisi pesa wenyewe. Hii ndio timu nilitoka hapa naye kwenda Nairobi kuonana na baba pamoja na Oparanya uso kwa uso. Hii timu mnaona hapa hii. Niliongeza timu kutoka Bungoma, chairman. Niliongoza timu kutoka Busia, chairman wa kaunti wa Bungoma, county chairman wa Trans Nzoia. Wakatuongezea nguvu ili wakati tunaongea na baba ajua kwamba tuko na shujaa hapa, na huyu shujaa yuko tayari kubeba bendera ambaye Oparanya alikuwa anabeba. Ende Buketi, mna nafasi na kuongea, nitaka hapo mjue. Hao ndio nilienda pamoja nao kutoka hapa. Tukakaa pamoja na baba, tukakaa pamoja na Oparanya. Baba kakubali ya kwamba super senator wetu ndiye anafaa kubeba bendera ya David party leader, ambaye ndilikuwa the first party leader alikuwa Oparanya. Na yeye amereplace Oparanya. Si ndio the first deputy party leader? Yes. Kuna mwingine? Hakuna. Oparanya mwenyewe ametangaza open ya kwamba yeye amewachia super senator South. Among the three, this is our super David party leader wetu wa kwanza katika chama. Ndio sababu tuko hapa. Tuko imani na yeye, na tunajua kwamba chama ataendeza vizuri. Si peke yake alitaka, gavana Kakamega alitaka, akajitangaza mwenyewe. Tukiwa Nairobi sisi kwa meeting, akajitangaza kwamba yeye pia ndio deputy party leader anapaswa Oparanya. Gavana wa Busia pia alitaka, lakini dunia nzima
ilipika hesabu na pamoja na baba akaona kwamba the only person ambaye anaweza kulinda hiyo cheo, kwa sababu mnajua baba, Mungu akipenda anapata kiti ya OAU. Hawa sasa ndio wenye pati, hawa ndio wenye pati, hawa watatu, akiwa first David party leader wetu kutoka hapa ambaye ana replace nani? Oparanya. Hao ndio tangoja party, hao ndio msemo, hao ndio bosi yangu. Sasa sina bosi mwingine mimi. Sasa kama Raila kitoka, this is my boss, I'm answerable to him. Na si mimi peke yangu, Kenya nzima, all the 47 county chairmen wa county, what they are answerable to him. Cheo yake si ya hapa, si ya Western peke yake, cheo yake ni Kenya nzima. Deputy party leader si ya Western, mjue hivyo. Msije mkafikiria kwamba ni wetu, hapana, Kenya nzima. Mombasa atakwenda kusaidiana na mwenzake, Turkana atakwenda, West Pokot atakwenda. Kwa hivyo ndio sababu tuko hapa, na mimi nashukuru Mungu akupe hekima na maarifa, na mimi najua kwamba ile ushijua naye utalinda chama. Sina wasiwasi nawe hata kidogo, ndio sababu wakati tufika huko Oparanya akaniambia kwamba mimi nitakuwa spokesman kwa mbele ya baba, na niliomba baba ingia taratibu, wale Turkana wanajua, na baba akakubali ya kwamba si mwingine Isa Super Senator. Kwa sababu ya muda sitataka poteza wakati mrefu, watu wamechoka, ndio wako njaa. Watu wa chama, nataka mechama wangu wote watano wa Vihiga waje hapa, pamoja na secretary wetu wa county, 5 branch chairman muje hapa, na wa secretary wetu aje hapa wa county. Jefferson yuko wapi? Jefferson my son, karibu. Jina tu uketi na maana unatoka. Shika kabisa. Haya, majina tu. Wena represent chairman wa Luanda sababu hayupo. Kwa majina ndio tuongea peke yake. Au ni jina tu na kwenda peke yake. Patrick Lumumba Pacha na represent Guyo, chairman wa Luanda constituency. Huyo Daniel Matekea, chairman Hamisi Branch ODM. ODM tuko tayari. Mheshimiwa, asante kwa kutupokea nyumbani kwako. Tuko na furaha tele. Wengine tulikuwa tumekufa kwa roho wakati tulisikia ODM inafanya kazi na UDA, lakini wakati wametangaza wewe ndio deputy party leader, tulirudi tukafurahi. Na mimi nasema Mungu akubariki, akuongoze kwa kazi zote zako, upande kufikia ile kieo ambacho wamesema. Asante. Buxton Embarabara. Kwa majina Nelson Ombonyo, chairman Emuhaya. Na kule Emuhaya tumeibiwa, tumenyang'anywa, tumefanyiwa madhambi zote. Na hadi saa hii tumeanza kusema Omboko must go. Tunasemaje Omboko? Must go. Asanteni. Mimi kwa majina naitwa Minyade Samuel, nikiwa chairman wa Sabatia branch. Tumesimama imara Sabatia mpaka tumefukuza ANC nienda kuingia upande mwingine. Na bwana senator nakuambia tutafuruga. MCA wangu wa Odanga najaribu kutongoza yeye, iko tu hapa karibu, atakuja kuingia chama cha ODM. Thank you. Your Excellency, oh, I'm sorry. Mheshimiwa Senator Godfrey Osozi,
Your Excellency Deputy Governor, Honorable Member of Parliament Luanda, Mzee Omido, Mheshimiwa Etale, all protocol observed, inclusive of the MCAs. Bwana Yesu asifiwe. ODM. ODM. Tuko tayari. Mnaongea kama hapa kuna njaa na sisi tumetengeneza chakula mingi hapa kabisa. ODM. Tuko tayari. Asante sana. Nitachukua muda mfupi zaidi sababu najua pia mmechoka vile mnaongea. Bwana Senator, mimi ni ule mtu mmoja ambaye nasema asante zaidi kwa Raila Amolo Odinga kushika mkono William Samoei Ruto na kuchukua Oparanya kuwa cabinet secretary wa cooperatives. Sababu wewe kama senator wetu wa Vihiga hii, you deserve to be the deputy party leader. Mimi nataka niambie nyinyi wenye mmekaa hapa, hii ni ndume. Huyu mwanaume hata mkisikia ukisema deputy party leader haijakuja kwa urahisi. I just want to give you history of him a bit in the party. Vile tulikuwa kule Sosa, tukakuwa tumepanga mkutano. Bwana deputy governor, utatuhurumia hapo kidogo tu sababu hii ni maisha, tutafanya namna gani? Ndio. Tukakuwa tumekaa huko bana. Sasa governor anaendeleza mkutano. Kumbe ule tunaita Zakayo, although amesema ameshuka na sisi, lakini bado tungali tunakata mti, tutaona penye itaanguka. Bwana Senator Godfrey Osozi huyu, mimi nilikuwa nimesimama hapo, mimi kama secretary wa ODM. Sasa mimi nikaambiwa usiende kuongea, unashikwa leo, siaidiwa na ngoja wewe wewe kwa gari, wewe unapelekwa kule Wasingishu, uende udungwe sindano ya miezi 6 alafu utakufa sababu unabeba sufuria na unasema Zakaya afanye nini? Ashuke. Lakini hii ndume yenye imekaa hapa, vile nilisongea kwake nikamwambia Bwana Osozi, nzedati ya kumusele baba, nzede nyandiruke. Osozi akaniambia, wacha woga, wewe unakaa mwoga namna gani? Mimi nikamwambia Senator, nasikia tunataka tuende Wasingishu tudungwe sindano. After 6 years tutakuwa tumekufa. Mwanaume alisimama imara, akatetea na akachukua microphone, akaongea na nguvu kwa kutetea ya kwamba lazima the living standard ya mwananchi ishukishwe chini. Huyo si ni mwanaume? Yeah. Na kwa hii Kenya, ule mtu mwenye amesimama na Raila Amolo Odinga kwa haya mambo yote, hata ya maandamano, hata ya kujificha, hata ya kufufua chama, is none other than Mheshimiwa Godfrey Osoti. Sasa sisi kama wanachama hapa Vihiga tuko na imani na wewe, na vile umepewa deputy party leader, bado iko kiti moja yenye sisi tunataka tusukume wewe. Sababu Oparanya amekuwa governor wa Kakamega, ndio akakuwa deputy party leader. Sisi hatuwezi kubali wewe ukuwe senator na sasa wewe unakaa na magavana. Unakaa na Nasri, unakaa na Simbarati, na wewe pia ni deputy party leader kama senator. Sasa sisi kama chama hapa Vihiga, siku ya leo kama wewe hujasema, sisi pia tunakuombea 2027 ukuwe governor wa Vihiga County. Tunakubaliana na nyinyi? Yeah. Wanachama mnakubali? Yeah. Mimi kama secretary nasema hivi. Mimi najua chairman huwa anaenda polepole, lakini mimi ni kijana, mimi husema mapema. Kama kuna mtu mwingine anataka kuja kusimama kwa ODM kuhusu mambo ya ugavana kwa ODM, wewe songa nyuma kidogo. Sababu huwezi kuwa kwa chama uko deputy party leader, alafu tikiti wewe uchukue tikiti upewe watu wengine kutoka huko. Ai, namna hiyo itaenda vizuri kweli? Hiyo tutaelewana kweli? Sasa sisi kama chama 2027, after his excellency the governor who is doing his good job, sisi kama chama tunasema wewe ukue governor wa Vihiga. Lakini mimi nataka niombe wewe kitu kimoja. Vile wewe utakuwa governor, angalia pia wale watoto wa Hamisi. Angalia watoto wa Sabati. Angalia watoto wa Vihiga. Lakini sababu mimi natoka kule Vihiga na mimi na kule Hamisi, na sisi watu wa Hamisi tumewapatia msichana mrembo sana nyinyi wenyewe.
Unajua lazima pia mrudishe mkono. Si namna hiyo? Huyu msichana mwenye ako hapa mwana nyanya ni mtoto mtiriki, si ndio? Ndio. Na ndio deputy kwa nyumba. Sasa wewe mama usilale sana. Wewe sukuma mane ili watu wa Hamisi pia sisi tukue hapo karibu. Nitamalizia hapo nikisema ya kwamba na pia kwa hiyo gari yako sasa vile umekuwa deputy party leader umesongeshwa cheo, sasa hata mimi gari yangu nimewacha. Toa security moja weka kando, mimi nataka tutembee na wewe hii Kenya sababu sasa wewe uko na ofisi kubwa. Mimi sasa askari moja alinde mama. Na hiyo nafasi ya askari moja sasa mimi ni secretary. Na mimi nichunguze vile vitu ubarikiwe na hiyo devil salama kwa. Ashika kabisa. Haya. Huyu mheshimiwa Omido ndio mwanzilishi wa chama moja kuanzisha chama ya ODM. Akiwa mjumbe wa Makadara. Na huyu ndio chama. Huyu hata kipika simu hapa saa hizi baba akiwa kwa meeting anafanya nini? Atashika. Mzee ongelea hapa. Mheshimiwa Sozi pamoja na mama Deputy Governor na wengine wote, naona mimi ni mdhaifu kidogo, mtaniruhusu niseme nikikaa? Asante. Katika siasa, mimi nimeanza siasa zamani, na tulikuwa na siasa na Jaramogi Odinga baba yake Raila. Tulipambana na siasa wakati huo, na tunaelewa namna siasa inavyokwenda. Wakati kijana anapojitokeza anaonyesha ushupavu, mnajua kwamba dalili ya mvua ni mawingu. Dalili ya mvua ni mawingu. Basi Bwana Usozi alikuja kwangu wakati anaanza kampeni yake ya Senate, na nikaongea na yeye, nikaona hapa pana dalili ya mawingu. Siku sita hata kidogo, nilimbariki na nikamwombea, nikamwambia uendelee na Mungu akuongeze, akupe nguvu, akupe ujasiri ule ambao viongozi wetu wa zamani walikuwa nao, ujasiri ule ambao walikuwa nao kina J.M. Kariuki, kina Raila, kina Odinga Jaramogi, kina Waruru Kanja, kina Masinde Muliro na wengine. Nikasema huyu kijana anaonekana ana future, ana mahali anakwenda. Baada ya yeye kuchaguliwa, marafiki zangu, nilikuwa nafikiri ni marafiki, wakaja kwangu wakasema huyu kijana anakwenda mbio sana, inafaa uite mkutano tumwambie aende polepole. Nikamwambia nyinyi hamjui mnachosema. Mtoto akiwa namna hiyo ndio mzuri, aungwe mkono, aendelee, aombewe na abarikiwe, maana ndiye anayeweza kutuokoa Kenya. Niliwaambia hao marafiki zangu namna hiyo na wakaenda. Usozi ameendelea vizuri, na wazungu wanasema behind every successful man there is a woman. Nataka kumpa mama pongezi, amesimama na mume wake sana, na ndio sababu tumefika mahali tumefika. Asante mama.
uendelee hivi, uendelee hivi, utakuwa first lady wa county next. Asante. Wakati Oparanya amepewa kazi ya waziri, nilikaa nikafikiri, kuna watu wanataka, wengine wanatangaza wakiwa huko Nairobi, wanataka hii kiti, wanataka hii kiti. Nikachukua simu nikampigia baba, nikamwambia, baba, huyu kijana wako Sozi, ukimwacha ujue ODM imeanguka. Nilimwambia, ukiwacha Usozi ujue ODM imeanguka. Na nikamwambia, katika Western yote, mimi ingawa na mzee na kwenda na hii kitu na inasukuma, natembea nikikutana na watu nasikia wanataja Usozi. Kila mahali na kwenda Usozi, wamama Usozi, vijana Usozi, wazee Usozi, walimu Usozi. Nikamwambia, mzee, ukimwacha huyu basi. Akaniambia, hata watu wengine wamekuja, ndio Zebedi amesema hapa, hata watu wengine wamekuja wameniambia, na hayo maneno nasema, mzee, nimesikia, itakuwa hivyo. Usozi, Mungu yule aliye muangalia Yusufu katika utumwa, akampandisha cheo, akaongoza wana wa Israeli kutoka utumwa wakarudi kwao Kanani. Huyo Mungu atakuwa na wewe, atakuongoza, atakuvusha mito na mabonde, utafika mahali unapokwenda. Na mahali tukiwa hapo, lazima na sisi pia tumweke katika maombi. Wale watu wanakuja, ni sisi tunawakaribisha, wanakuja wanataka tuwaambie uwazi kwamba mnapoteza wakati. Sisi tunaye gavana ambaye tumemweka mkono juu yake, na ambaye wazee wote wanaunga mkono, vijana wanaunga mkono, wamama wanaunga mkono. Wewe rudi huko, nenda tafuta mahali pengine. Tuwaambie namna hiyo bila kuwaficha kitu kinachofanyika. Mtu anakuja, bado alihubiri hapa, asema shilingi 50. Mtu anakuja na tupa 50, watu wanakimbia kwenda kung'ang'ania hiyo mpaka inapasuka. Sasa haina maana tena. Hii ndio kitu na haribu watu sisi walio, na ni lazima tukatae kwamba hatuwezi kuuza uongozi, hatuwezi kuuza haki yetu kwa sababu ya shilingi 50, kwa sababu ya shilingi 100. Ni lazima tusimame imara na tukatae wale wanakuja kutuomba. Mtu akija tumwambie, kama una kitu nipe, lakini kura ni ya Usozi. Wewe kama una kitu nipe, lakini kura ni ya Usozi. Tusiwe watu wa kudanganya, wa kusema hii leo alafu kesho huko sijui namna gani. Tusimame imara kama wazee wetu wa kwanza walivyosimama imara, wakawaambia wazungu kina Blandel kina nani kwamba tunataka tupate uhuru katika nchi hii. Na tuliposimama imara, Jaramogi Oginga Odinga akarimba, Kenya ukitaka haki, Kenya ukitaka haki, Kenya ukitaka haki unafungwa. Jaramogi alimba wimbo huo. Sasa na sisi tunasema watu wakitaka haki wakatae hiyo mambo ya shilingi 50, shilingi 100.
tusimame imara kwa Osozi, tukijua kwamba na maombi yetu na kusimama imara kwetu, Osozi anaweza kupanda mpaka kile kiti cha rais. Hiki hakikuambiwa kitakuwa upande huo tu, hata utakuwa Wakalenjin na Wakikuyu ndio president peke yao. Inaweza kuja huku tukisimama imara, tukikataa kuhongwa na vijana wetu wasimame imara. Mimi naunga hawa vijana. Wazee wanasema, waliniambia mzee, wacha tuambie hawa vijana waende polepole. Kaambia sisi wazee ndio tunakwenda polepole, vijana wanakwenda polepole namna gani? Tuambie Mungu awazidishe nguvu na maarifa ya kutetea nchi hii mpaka tupate haki kwa kila mtu. Mtu amesema hapa, Kenya ina pesa nyingi sana, lakini zinapotea kwa watu binafsi. Siku ingine nikasoma gazeti linasema pesa zinazopotea kwa Ruto katika Kenya zikiwekwa pamoja zinaweza kuendesha serikali ya Tanzania, ziendesha serikali ya Kenya, ziendesha serikali ya Uganda, zile zinazoibiwa. Kwa hiyo Bwana Osozi, wewe na wenzako wale ambao wameingia katika serikali, tunawaombea waende wasimame imara, waende waokoe nchi hii kutokana na ufisadi, maana hicho ndicho kitu kikubwa kinachoharibu nchi. Ndicho kitu kikubwa kimeangusha factory zetu za miwa, kimeangusha kila factory, ndio vijana hawana kazi. Ikiwa factory yetu ya Busia ya Webuye, factory ya Nzoia, factory ya ilikuwa Eldoret ya Rivertet, factory ilikuwa Kisumu ya Kikomi, na factory zingine, na watoto wetu walikuwa wengi wanapata kazi kule. Lakini pesa hizi unaona watu mtu anafanya anapeana contract, lakini juu ya contract ziko mabilioni ya rushwa. Wale wenzetu ambao wamekwenda kule waangalie hilo jambo, wasimame imara ili kuokoa nchi hii. Factory zetu zisimame, factory ya paper mills Webuye simame, na factory zingine zisimame, ndio vijana wetu wawe na matumaini ya kupata kazi. Mungu awabariki. Huyu check. Hii namna gani? Check. 1 2. Huyu mzee nilimpa nafasi ya kutosha, sababu yeye ndo mzee kuliko watu wote hapa. Is almost 100 years. Okay? Former MP Makadara. Kwa hivyo huyu ni baba wangu. Mimi siwezi kumkatisha. Hata kama ningetaka kuongea 1 hour, ningempa nafasi kuongea for 1 hour. Nikimkatisha hata seneta anaweza kunifukuza hapa nyumbani kwake, sababu anamheshimu sana. Twende kwa haraka sasa. Wale wengine wote ni haraka kwa sababu ya saa, watu wako njaa. Na chakula imepikwa hapa mingi ambaye inataka mkule ndio mwende nyumbani. Kamati yangu ile ambapo tufanya nao hizi mpango hizi, mmoja hapa haraka mnajijua wenyewe. Honorable Bakwale, Karo na wengine wote. Mzee karibu Ingolo, Mheshimiwa Ingolo, Job na wengine wako wapi? Tuwe faster. Honorable Karo, it's what we are together in the meeting. Wapi kamati yote? Wale wako ndio wataendelea.
Asanti, mimi nilikuwa mmojawapo wa wanakamati waliotengeneza mpango ya siku ya leo. Asante, naitwa Wale Patrick. Karo Ngote, committee member. Jobo Siako, committee member. Okela Kennedy, committee member. Kale Bingolo, committee member. Haya, tunaende kwa haraka, sivyo? Now, kabla sijasema lolote ya kufunga, heshima director wetu wa communication na kualika hapa, nena hapa nyumbani kwenu, na huyu ndio anakaa ofisi ya Raila. Mkimwona hivi mjue kwamba Raila anatupenda. Kumba mtoto wetu director katika ofisi yake wa communication si mwingine ni Philip Etale, ambaye nimemwambia nimeona pale mahali anaishi kiti imekaa bure. Yeye tutatoka hapa hata kama kura mimi nitachukua ndampigia kura huko Lugari. 27 anasimama Lugari kama mjumbe wa Lugari. Mnasikia? Abanye mungulanga. Omwana mutende dikena. Mungula abule. Khali hango abwe kholola khuli hango inywe. Asante chairman. Unajua chairman nuno ni hoja wanje. Na abo wezinyaga ku siwezi pinga, si ndio? Watu wa Vihiga mlembe. Hamisi mlembe. Abalokoli mlembe. Abanyole mlembe. Abamutete muli mwoyo. Simwamanyezi ninjira ko ino mpaka kuembeko kwanza. Sichirazi nyabandu babe board sana taimba. Jendanga nende abakristayo baranga ndi abwene. Jendanga nende abakristayo baranga ndi abwene. Damarobono na Damarobono na Oh Nyasaye papa wanje umbukulembe Engoma Nira lomaho aliyo msahulula Uwefuwa lekofi ya ODM ambano. Huyu mzee nimemuona. Si mnaona hii kofia ni ya zamani sana. Hii ni ya 2017, si ndio? Nataka nikumbatize, nikupatie kofia mpya. Alafu ndio sasa hiyo ingine pia uweke kama archives kwa nyumba, si ndio? Ndio mhurundu ndikoro kandi kabisa. Mapo ndio kulo busiemba. Unachokunywa changata hawe. Tabe. Oila kwa msiero busiemba. Tirabiki beo. Haya, asante. Thank you. Asanteni sana. Mimi napenda kushukuru sana mgeni wetu wa heshima, seneta wetu ambaye ndio deputy party leader wetu Mheshimiwa Osotsi na mama Jamila kwa kutualika hapa. Vile vile napenda kuwashukuru nyote ambao mmekuja katika hafla hii. MCAs wetu wote, party officials wetu wote ambao chairman nadhani wakati utakuja kuzungumza make sure you acknowledge them, watu wajue officials wetu wa chama wote. Na nikisema ODM tunasema nini? Unajua I like active people. ODM tuko tayari. Wacha wa mama waseme ODM tuko tayari. Abasiere nebi karakara ODM. Wazee ODM tuko tayari. Wazee ODM tuko tayari. Asante. Nimesema ODM kwa sababu hiki ndicho chama ambacho kinatajika katika taifa la Kenya. Chama kikubwa katika taifa la Kenya. Na ndio maana hafla ya leo imepangwa kuichirano sichira esiama ya ODM. Mwada ngo kwa bundundi kwa sherehe kama hii na chama kingine. Kataba mwenga ho mmoni bara bamulanga ho wabwe.
mali yao. Mheshimiwa Osotsi, Deputy Party Leader wa chama cha ODM, tunashukuru sana umetualika, na mimi kwanza nitaleta salamu za party leader wetu Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Mmepokea? Yes. Musa Ngale. Yes. Si amefanya jambo zuri kupatia Mheshimiwa wetu Osotsi cheo katika chama cha ODM. Yes. Deputy Party Leader is not a small position. Hiyo is a big one, si ndio? Yes. Asante. Vile vile naleta salamu za Secretary General wetu ambaye angekuwa hapa lakini kwa sababu ya shughuli za kikazi yuko kule Marekani, Mheshimiwa Senator Edwin Sifuna. Makofi kwake. Na vile vile kutoka secretariat yetu yote ikiongozwa na Executive Director Bwana Oduor Ongwen. Wamesema nije niwasalimie na niseme kwamba muendelee kuwa ngangari katika chama cha O. Turudie chama cha O. Asante. Unajua position ya Deputy Party Leader sio kazi ndogo. For Mheshimiwa Osotsi kuteuliwa miongoni mwa wale wote ambao walikuwa wamejitokeza, kulikuwa na wengi walikuwa wanataka hicho kiti kutoka upande huu. Gavana wetu wa Kakamega Mheshimiwa Fernandez Baraza alikuwa anataka kiti hicho. Gavana wetu wa Busia Mheshimiwa Dr. Polo Toma vile vile alikuwa anataka kiti hicho. Lakini ikawa kwamba shoka hilo limemwangukia Mheshimiwa Osotsi, sio? Hiyo ni bahati kwetu hapa nyumbani. Lakini jambo ambalo ningependa kuambia Mheshimiwa Osotsi, now that you have started from your homestead, na maombi ya bishop wangu Kaskan Asilutwa ambaye amekuombea hapa na kukubariki wewe na familia yako, go thee and spread the word of ODM to all parts of Western region. Reach out to Governor Fernandez Baraza. Reach out to Governor Dr. Polo Tuoma. Reach out to all the leaders in all the 5 counties that are affiliated to Western region. Watembelee wote, Trans Nzoia, Busia, Bungoma, Kakamega, kuja mpaka hapa Vihiga. Unite them, make them one. Let us all sing the song of ODM. Mumbulaho. Sula Bangereza. Rusungu Sululai. Let us sing the song of ODM. And let's make ODM the most popular party in this region, this part of the country. Let's paint orange in every part and corner of this region. This is your task, our Deputy Party Leader, Mheshimiwa Osotsi. Male yako, Skalimbuo, tupigie Osotsi makofi. Jambo la pili, membership registration inaendelea. Na mimi ningependa kuwaomba wale ambao hawajajiunga na chama abasiro kunjira msiama sefesi ya ODM abasire mumbula nyobe no secha kala abahunyalo hola hakunjira msiama sino honyeho senator wefeuno super senator DPL yesuto habundundi ndio afike pale juu aweze kufanya kazi katika ofisi nyingine. Jiunge na chama cha ODM. Kuna wale ambao wanasema ati ODM imeingia kwa serikali, ODM imemezwa. ODM is too big to be swallowed. ODM was not formed 2 years ago, 3 years ago. ODM has been there, it's there, and it's going to continue to be there for posterity. We don't build parties just because of expedience ya hapa na pale. We build party for posterity, and that party is ODM. Sasa mkiwa katika chama cha ODM najua kwamba tutazidi kuendelea mbele. Kuna wengi wanasema ati kwamba ODM kuna wale ambao wamechukuliwa serikali, sasa tuko kwa serikali. No, we continue playing our role as opposition. Wale ambao walikwenda wale 5 walijiuzulu nyadhifa zao katika chama,
And that's why Senator Osotsi amejipata kama DPL kuchukua pahala pa Mheshimiwa Wycliffe Oparanya. Si mumbu nilobulahi. So, let's not be lied to by anyone and our opponents kwamba ODM has been swallowed or has been dissolved. ODM will never be dissolved. ODM will never be swallowed. ODM will continue being there. And ODM, one day, mark this day, will win state power in this country. Tunaelewana? So tuendelee katika chama cha ODM. Jambo la mwisho, Chairman. Nimeona walimu wameongea hapa. I'm a child of a teacher. I'm a son of Elizabeth. Alikuwa mwalimu. Nimeona dada zangu wako pale, Masai yuko pale, na wengine barule mutete wefuira. Nashukuru sana. Ebusundi. My mother used to tell me, Philip, we earn too little in terms of salary, but I will not relent in my effort to give you an education. Walimu wanalipwa vibaya. Walimu wanadharauliwa katika taifa la Kenya. I'm appealing to the government. Please listen to the teachers. Don't just wish them away like we've always done. Listen to them. Nobody has ever risen to any position without passing through a teacher. Walimu wanafanya kazi nzuri, wanasomesha, wanafunza na wana impart knowledge in all of us. And that's why Senator Osotsi is here. That's why Mheshimiwa Dick Maungu is here, Pawaso mbunge wetu wa Luanda. That's why all these MCAs are here. That's why the bishop is here. That's why nyinyi wote mko hapa. Simulipitia class? Yes. Simulifuzwa na mwalimu? Yes. Let the government listen to the teachers of the Republic of Kenya. They are human beings. They have families and they have also needs that they need to meet as parents and as citizens of the Republic of Kenya. Ni hayo tu kwa sasa na nawaombea kila laheri. Mungu wabariki na tunamaliza na wimbo mwingine, si ndio? Mbele nina endelea, ninazidi kutembea, maombi yasikie, ewe Bwana unipandishe, e Bwana niinue, kwa imani nisimame, nipande milima yote, e Bwana unipandishe. Huu ni wimbo, a special dedication to our DPL. Utapanda milima na mabonde, utateremka, utakwenda kila pande, lakini ukimtumania Mwenyezi Mungu, you will succeed. And one day, as the bishop said, and as all speakers said, you will rise to the higher table. Thank you and God bless you. Haya. Number one, napeana shukurani kwa wazee, Council of the Elders in Bunyore. Ile heshima mlipeana inapeanwa mara moja. Mnanielewa? Mimi niko hapo because I'm not 78 years old. Heshima ilipeanwa mara moja tukiwa katika Kisakami. Wale walikuwa hapo naweza kumention His Excellency Wycliffe Otichilo alikuwa hapa Meketi. Honorable Maungu alikuwa hapo. Honorable Mboka alikuwa hapo. Honorable Badagara alikuwa hapo. Hawa wazee walikaisha au super senator kwa kiti. Kwa kisheria ya Waluhya kiti ni mara moja. Na alikaishwa mbele ya watu wote. Hata ile kompyuta tu alikuwa wapi? Hapo. Mimi natoka Mwahaya. Mara Mboka anatoka.
Emuhaya miaka 10 yametutosha. Hatuwezi kukubali tena pia kura tena pia tufanye nini? Tupeleke wapi Emuhaya ya governor? We are declaring here mbele wazee. Mimi nilikuwa mmoja wapo pia mbele msomi nitakio hapa. Emuhaya and a rule for 10 years. That is enough. The next hilo ngombe ya senje. Nero wa nyai tena Rwanda. Nyai tena kuina. Asiye saula tawe. Ize kuina. Kwa hivyo Super Senator Governor 2027 tuko nyuma yako, hata na watu Emuhaya tuko nyuma yako mpaka kwa debe. Hiyo kitu lazima fanye nini? Ukalie tukiomba Mungu. Mungu ndio tunaomba akupe uzima pamoja na mke wako abana kulinda, ili 2027 hii kitu lazima mfanye nini? Ije hapa Rwanda. Pia Powerso, Mheshimiwa Powerso, pia mimi nakuombea kazi nzuri unafanya hapa, mimi naiona. Tunaomba kwamba endelea hivyo. Hatuna tatizo na wewe uko nyumbani. Bana befwe. Kumonya yako takiye kwa nira jara za Mswahili ta. Na kamonya kwa zidi mesini ndarakara. Abantu banya babora mbu esiamba CFS ODM says esiaba nyoro. Sibamanyire ta. Abantu batile indebe sidebe tingani na abaluye. Sekla ni wina. Sifuna. Mbona Ibrahim? Sekla ni wina? Sifuna aliyekulwa. Kwa paranya be yonika rulo paranya na kanu mundu mchesi. Na abora mse yokora indebe tya kunondezo kwa sina yite hasina mbokani. Uchipu kwene anesenga debe party leader. Amadere ko kwonde ko several. Unaona the most senior most director wewe mu ODM. Ihe kubitahara abe karane de baba kwonde bendara kumeza ndara. Haba kabananga baliho. Kodi n'abandi sinde basinga kadere kwa youth mu ODM no mwana mundu yakana arwaza nini ya itakwaya dere kwa youth umwana mundu yakana ma kulma ne madereka menye modi abene kwatira butwa nikaka kille umukonge fana da bana ngede be kapata yena abwena hara kabatira ikulwala no kwa matatizo abwena hara ne yumba ne hakuni hano bana befwe abada Rwanda nampukuli kura murakupe nebitoro nefani mwade same abana befo bebihiga namukhonye abana befo basabatia namukhonye mana mbaka nera baterike mudindu wika county polisi ndusira silala namukhonye indebe ino nakozina kukabisiano nikade ruano nokubora nera mizi nezaka bika mizi kana baranu kwa kota bora ni kaditi mizi no kan nero kwefano bulana sika kuliti ale kuyo ifo ko yapanga kuliti ale kuyo no na bati ale kundebe so akare bada sina bakali ne manyembu 2027 abedi to kulitinyo ya sema machesi nende singana kani mara kumanye akope korefu bila poteza wakati. Mheshimiwa, karibu endesha kipindi ambacho kimebaki wenzako. Asante sana chairman kwa kipindi hicho ambacho umemaliza. Tulikuwa tumesema kwamba chairman apeane theme ya siku ya leo. Si mmesikia? Simu ulielomba baboye kuliano kukaribisha senator wefwe singana deputy party leader wa ODM. Sikani mwonaomba. Na kulina urusangali kulweyako nyenyatsa nange ho bandu babiri bataru abali opinion leaders befwe beche baboleke sindu. Nataka nianze na Bwana Amakoe. Bwana Amakoe kutoka Hamisi. Ako kweli? Asante sana. Karibu Bwana Amakoe. Wewe kama opinion leader tunataka tusikie watu wa Hamisi wanasema namna gani. Wali ulai wekhalilwe na Mheshimiwa na David Kawana na madam nao bosi bamtukhani mbona mirembe
Mirembe. Sura anangaluka makoe lakini shiri kuboda likuba. Talanga muhinda obatiriki ngendi ne. Abatiriki bamulanga muhindira. Philip. Mweno ne muhinda wabatiriki. Manya mundu wabalanga Clement maizi amana akuza aba khena. Upaka khabole muhu. Alkhaboliza Mirembe akazikho yakazanda ukaza bule. Abulai senende kwa Ingara. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Mheshimiwa, ulinyima wawa. Mzakula batiriki. Ulinyima wawa. Barikiwa sana. Subira ndabola ndi uzondisha ari mundu wa ngorero dawa. Ndina bakali babiri. Abakali babiri aba usoti yingira mundu wanjye. Nimbe ha mabore hawa abonye. Mishe usoti yalombera munzu mweno mu siasa. Miyai wakamoloma no secretary wa ODM mwekula wanjye. Ne mukhokosi. Mukhokosi wanjye wenyuma kabisa. So yambora ndenya mheshimiwa alomolome khubani. Ni muhainzu imboru lere mheshimiwa molome khubani. Uko khaba no so tsikura. Recently alibalaba amalo ya kumti Facebook. Akinda ndi mulwale ninzire Eldoret. Nimbora mwana mukaribishe mheshimiwa bulayi. Kenya kumbayata wakandi muhemele diremwa. Muhabi ngoko muhe kwa tinele. Mai baba khola tawo bekinda hana sikota asiyenene. So kushali wangurere tawo ni mwami windenelera. Naba haya. Nize mbwimbikiri maka lulu waiza kwinze nani public service commission member nabola sakulo mheshimiwa wetu wasozi mwayo no musakulo abakubona mwana da kana kujela chitero nono mwami na kujela chitero ukasi sasa lolo musakulo yaru maka watu wakwinze yamboro sozi yenya umukhonye kumayibula yule mundu wa Kenya kwanza lakini maka yenya nani mheshimiwa sozi yenya umukhonye osako shubugabana Dombora kali uwesa vita imwenda ziayo khale. Mbibi kinda Holandi bantu bizaba kata badiriki babo bora. Inzanda ikabana balugol banyolo. Khandi banyole banyolo. Khoyi kayakasa ko sidiriki. Uno wala joki bagaya joki ta. Mukhali uyuza. Utani nyola mukhali watale nyola numulokuli. Amba mweta baba tikisako. Aidha makaya sasa ndenda khanga sasa ndashikaluka mtsibunyole. Shikila dola mundu ahadawo. Tyo uyu mukhali mulokuli yuakaranga uli mulokuli. Andabera musala kwa meraswa. Ko Mzakulo mwakala ya haa Mzakulo mkiriki ulinda bima kia badiriki na inzenda Europe secretary Ninzendi secretary wewe de nyambore ndi ba da panga de nyawo sozi wizu tuwa kwa Mzakulo badiriki na Nzakulanga shikalo shabadiriki shabasakulo wahinda bosi maloba kabadiriki sozi ize kwenya kuifakisa kusako ukubore ukuhere kazi uhinzire bantu baliwerwe batamalika mayikuri malika tawa chane nyamu ikizaho uli kutira kwati nodi khali bayiba tiki wala nusingira mundu akalohe ikhala nze kuyikhala so bagenda malika
Bamolomera malika na ndenya mbora malikunyola mwikura da. Awo rulita siringi tere kutikano 10. Kuwa mundu ukhuzirwe. No. Weza abantu abose. As. Ubola tere 10. Mheshimiwa mbere ndera nuwa abantu babiri. Bantu buheresendi ni bantu aba. Kubantu aba lokho mtikura. Ndenya kusaba ikura ODM Buyanza. Musabe ikura osoje arebe abantu babihika ikura bose. Batiriki balokoli banyole. Bose. Na mwami osoje ndakubora ndi. Yuli bulayi bantu balikuiwe nabalayi bakulekula nutukhokubana. Mubihika mundu moloma siasa mubihika lwenu lunahambanya bantu nuozozi. Mberamba. Baina ngenda ni burisa. Osozi neye ufikare wenyene shiyaka limutabati wakora prime cabinet. Simanyi ni babantu bayikala ko omutabati kuli aba. Ndoma nyimba. Labu tenze no ngenda ta. Lakini ni CS prime CS. Dana kuta. Dacha wa takala chimayine mushare wenyu wose bashara. Ndona abantu baliyo kuli aba kweli. Haya utikiro wakaba mwami. Intenda yakhala utikiro ta. Akimbele Mungu. Kandi kwamukanye ko nutikiro muhono kuzangu lushindi chitewinjire munzu ta kuinzendi nubuyanzi lwanza itiriki mbora abanyole ndi ndakuyikhalisa batiki mbabolele usozi yita hanu litukufula fulani akhani mbole mwami hamba awiza numukhana wanje uyu mwene yarula itiriki amwiza musherisa bantu ikhalili tukulya basakhulu wita neta Kenya ndiomba. Behata mutiki nali asubira ba amuyiga amai. Benyalta witata wenyene bta. Alafu tukuya wita kusa nakuya witene bushaya. Lakini bto itukuya le wita wirehere bta wenyene akora kumusa kuloyo ene muhinda akoli mala makuba ko. Sande ko. Za kubora ndio batirike. Ujiri zani. So mwami arikale bitamu vika ni wina. Wina! Shika kabisa. Asante sana. Unajua nilikuwa nimesimama hapa na mimi najua umzakulu mtirije na umanyistere yweruwe. Oloyo mbole cyo yikala asenjirugire kabisa. Lakini wakabora watoto wakabora mbu Hamisi babora wina osote sikali monomba. Haya. Nyenyanade kijana undiano. Kijana huyu ni kijana shupafu na anatoka huko kwa Umboko na mrende wa Umboko. Akubole, urende hapa bora mbwena. Kuja. Shika kabisa. Aya, jambo ile sauti ya ODM. Nimbora ODM na mbora mbwena tuko tayari. Si ndio? Manyine njeli munda lakini kuunge kandi jaramba. ODM tuko tayari. ODM tuko tayari. My able deputy party leader mbunge wetu wa Rwanda mpendwa Mheshimiwa Dick Maungu, our deputy governor Mheshimiwa Wilberforce, commissioner, viongozi mbalimbali wakiwemo our beloved MCS, party members and leadership. Netabandu be mutete mlembe mwezi. Mlembe randi ni Collins K. Mkoto. Kijana ya mkono ya deputy party leader Mheshimiwa Godfrey Osotsi. Ne kwanza nira bora kwa lingana tawacha tupigie first lady shukrani kubwa. Wakati tulikuwa kwa hizi vita bwana director Tale, uliona ile wakati tulikuwa tunaenda nyumbani. Najua kwa siasa ukilala dakika moja utapata mtu mwingine amenyakua, si ndio? Wakati Oparanya aliacha kiti tukaongea na Mheshimiwa Osotsi sababu tulikuwa huko Nairobi.
Tukamwambia sasa hii kiti ni yako, kwa sababu tulikuwa nasikia vile watu walikuwa wanaongea. Na ukweli bwana chairman, wale watu ambao wali propose Mheshimiwa Osotsi kuwa DPL wa kwanza hata si watu wa Western. Walikuwa watu wa Nyanza. Na walisema sisi kama Oparanya ameenda ule mtu atalinda sisi kama baba yuko ni Osotsi. So watu wa Nyanza walianza. Watu wa Kakamega, Vihiga, Busia kote wakatunga mkono. Wakati tulikutana na baba, hata baba ni kama alikuwa ameshatengeneza decision kwamba itakuwa Mheshimiwa Godfrey Osotsi. So kama watu wote wanaweza amini Mheshimiwa Godfrey Osotsi, sisi watu wa Vihiga tutakosa kumwamini? Kesaro mwana mrumu mrai na acha na lere bindu ba. Kwa hivyo bwana MCA, uliniuliza mambo ya kule Sirulu. Isenda mtongo elichina ti. Bamara abango limbo ndo abamurala bamekananga lipuni mwaruma. Ifwe nditusiango mwaka kwa 2022. Olwa abandu be Rwanda mwali muri candidate omwami Marende. Jikyusi abanyole baranga na opinion shapers baranga na bosi pe. Huyu DPL alikuwepo Mheshimiwa Osotsi. Huyu mbunge wa Luanda alikuwepo. Kuna mbunge wa the former MP wa Luanda alikuwepo. Mheshimiwa Hwayo ulikuwepo. Mheshimiwa Manyasa ulikuwepo. Na tulikuwa na viongozi wengi wengine walikuwa. Na ikakuwa ya kwamba na Mheshimiwa Governor Tichula alikuwepo. Na huo nambu kuchiambu fuesa banyole kuja kosi askarimbo. Ne babo lamba bana befebe mwaya. Ingawa mle konte malalamiko kidogo amangana ke kone leka kuwesi daktari Otichile tamu ndachi amalile kasi memo yangu yeche miaka chinyoli ihumi mwa amalo kujali ihumi na mwane fwane rile mwane salaskena Rwanda kata mheshimiwa omsiano wefumbo kwa yali mukutano kule neka ndiesi nabo langa mukweli marenda rasinji atae bale ko Tichile ko lesina amale khaundi ibilla siana khore sina kumulasa machina tawo na kumwiju siembu kwali mukataba kula ne walimo wesi ne nobo olambu omwaka kwa 2027 ndeve ya gavana nechiena Rwanda skalimbo ne mheshimiwa DPL ifoko nya kutenjele siasa CFO ile siasa ya kuvamia watu sijui nani hayuko na sisi tuwachane naye. Juzi umeona hao ndugu zetu wa chama cha ANC kuna MCAs wako hapa, watu walienda wakakaa mikutano wakauza chama kwa UDA. Kuna ndugu zetu hapa hawana chama. The very best you can do, chukua vijana wetu wake na Mheshimiwa Paul Tira. Huyu ni MCA wangu, tulipambana naye, ndugu yangu, rafiki yangu. Chukua wakina Mheshimiwa Elam, nimeona deputy speaker hapa. Chukua wabembeleze wakina Mheshimiwa Atia hapa, walete kwa chama. Ili tutembee wote pamoja. Na isese na manyana and the senator wa FNL and the DPL, he has one power that most politicians don't have. He has a power of persuasion. Ukiongea naye hata kama ukiongea naye kama hata ulikuwa umekataa neno na kubola tawe wewe kuja tuongee tufanye namna hii. Na ni kiongozi ambaye hufanya consultation. Kwa hivyo mimi nataka kuhakikishia 100%, sisi kitu ya kwanza tutaongea na mheshimiwa wetu Omboko Milemba, tumwambie lazima tuweze tutii ile mkataba ambao tulisikizana. Maesa boda banyole na yenye sina. Skarimbo. Lakini ndebe ugavana kuraira hobo efilota. Skarimbo. Nekani nasu ule kulenja cha mskuri swere. Ba. Ifesu ule mwa. Na sisi tumeshika huko. So tutashika huko na tutapambana naye na taambia watu ukweli because ngenya kana kujisia mangana ka finance bill na kolesina na kuishusie. Sababu kuchaguliwa na wananchi. Unalinda wananchi. Sio tunaenda kulinda rais. Mungu wa upanga Yesu ule president. Ya upanga kabili skalimbo. Mmeona walimu wakilia hapa, simeona wakilia. Hiyo imewaumiza payslip na sisi hatuwezi kubali, lazima tuonyeshe njia nyingine tofauti anaweza aminika, na hiyo ni baada ya Mheshimiwa Godfrey Osotsi kuwa gavana. Kwa sinyosha mangana mengi tawe maebo DPL. Thank you so much for having us here. Si rahisi mtu akishapata kitu kuita watu wote. Kwa hivyo sisi tutaendelea kukusupport, wewe tembea nchi mzima. Mimi kama kijana yako ya mkono, wakati utaniita mahali popote, mimi nitakuja haraka tuendelee kufanya kazi pamoja. Kwa hiyo maneno mengi, asanteni na Mungu awalinde. Mungu alinde DPL wetu na Mungu alinde watu wa Vihiga na Kenya. Asanteni. Asante sana. Ni sawa, neno moja tu.
kurekebisha. Hii ni prayer day, maombi, si farewell yani homecoming. Kuna homecoming na kuna prayer day, si kweli? Hii ni maombi peke yake. Homecoming yeye mwenyewe yuko hapa atatangaza ama atamjulisha mwenyewe. Hii ni prayer day peke yake, maombi peke yake. Asante sana Chia. Nikikuita unakuja unaongea haraka haraka tafadhali. Bwana Ochieng. Rafiki yangu ambaye amepandishwa cheo kuwa DPL wa chama cha ODM, Senator Osotsi, na mjumbe wangu wa Luanda ambaye amefanyia maendeleo mengi katika hii miaka miwili tu, Mheshimiwa Dick Maungu na protocol yote. Hamjaboni? ODM! ODM! Mimi ni mwanasiasa wa muda mrefu hapa Bunyore na hapa Vihiga County. Na siku ya leo niko hapa kwa ajili ya huyu rafiki yangu ambaye tumekuwa naye muda mrefu na safari ndefu. Na tunashukuru Mwenyezi Mungu kukufikisha mahali umefika. Na tunajua kwa sababu ya kunyenyekea kwako na vile unawavutia watu upande wako utaenda mbali. Endelea kushikilia hapo. Nina furaha sana kwa sababu pia vile huyu mjumbe wetu ni rafiki yangu wa karibu kisiasa. Sasa the last 3 days watu wamekuwa wananiuliza itakuwaje mjumbe atakuja, kwa maana yeye ni DAP na Mheshimiwa Osotsi ni ODM. Na nikawaambia Mheshimiwa Dick Maungu ni kiongozi wa busara, ni kiongozi mwenye kupima vizuri, anaelewa vizuri ya kwamba hii kiti ya DPL wa ODM imeingia katika constituency ya Luanda. Kwa hivyo ninajua atakuja. Mheshimiwa Osotsi senator ana jukumu kubwa kutokea siku ya leo kwenda mbele. Jukumu yake ya kwanza itakuwa kuhakikisha amepaka huku Luanda yote ODM. Unanielewa? Inaongea kwa mafumbo tafadhali mkielewane. Hiyo ndio jambo yake ya kwanza. Jambo yake ya pili ama assignment ni kuhakikisha kuwa Vihiga County vile imetown orange. Na hata wachia hapo Oparanya alikuwa amefanya kazi kubwa hapa Western kwa ODM. Itabidi kama tunataka succeed tumuombe, tumuunge mkono apake region yote ODM. Hapo ndio ataheshimika na rafiki zake wale wamemwamini wakisema ya kwamba ashikilie hii cheo. So kwa hivyo nataka tuelewane hivi. Tunataka wale watu wote ambao wako hapa siku ya leo na rafiki wale wako kule kwingine, tuanze hii safari na tuje pamoja tukiangaza mbele. Na tutaenda hii safari step by step. Na mimi najua tutafika kule mbele. Na katika mambo ya hapa Vihiga, kuna sababu kwa nini tunasema Osotsi. Sisi hatusemi Osotsi kwa sababu ni mtu ya Luanda. Hatusemi Osotsi kwa sababu yeye ni Mnyore, hapana. Tunasema Osotsi kwa sababu yeye ni mtu wa kuchukua msimamo wa kutetea wananchi wa kawaida. Wapi makofi Osotsi? Tunasema Osotsi kwa sababu ukiturn on TV every Tuesday to Thursday, wakati anawasilisha miswada, anauliza maswali, unapata ya kwamba mambo yake yote yanalenga kutetea ugatuzi na yanalenga kutetea mwananchi wa kawaida. So we are saying Osotsi because of his legislative work is doing. Jambo la tatu, yeye ni mtu ya msimamo. Amekuwa na msimamo kutoka pale mbele mpaka hapa mbele, hapa kule tunaelekea. Jambo la 4, senator hana kiti yoyote kama CDF. Senator hana kiti yoyote kama governor ambaye ana ministries 10 zimejaa pesa.
senator anatumia salary yake peke yake. But it is true and it is on record. Right now kiongozi ule anatembea hii county yote akiomboleza na wale wanaomboleza katika matanga. Hakuna yule anashinda Godfrey Osotsi. Yeye hana CDF, hana zile kiti, lakini kupitia mshahara wake ana empower groups economically. So when we say Godfrey Osotsi, we want to take this debate above mambo ya Bunyore, Maragoli na Tiriki. Tunasema yeye ndio best qualified. Nikimalizia, tumejaribu kupeleka kule MP number 1 pale mbele. Tumeona pia zile county zilipeleka senators kuwa governor. The truth of the matter is this. Counties wale walipeleka senators kuwa governors are performing better than those who took MPs to be governors. Kwa sababu senators understand devolution. They are oversighting, through oversighting they know the loopholes, wanajua the gaps. So ukiwapa ile kazi, wanatetea na kufanya kazi vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Na hamenda hindi. Sifu tuzie. Kupila kwa mkono wake. Asante sana Bwana Ochieng. Namalizia haraka tu Bwana Chapa Ilale. Kuja. Abandu banje Bwana Yesu asifiwe. Abandu banje murasimbi umuretaye Bwana Yesu asifiwe. Nise chapa ilale na nikichapa inalala. Biashara yetu ya kwanza kabla nianze, I want to recognize the presence of my MP Maungu Dickson. We are proud of you. I want to recognize the presence of my area MCA Onjiri. We are proud of you. On behalf of the County Assembly and all MCAs, I want to recognize them through the Deputy Speaker Odei and Mboko, Majority Leader. I want to recognize the presence of the Deputy Governor. Lakini we Deputy Governor, siku hizi namba yangu ya M-Pesa ulisahau. Takana ufungue mfereji tena. I recognize the presence of Commissioner Most Beautiful Kedogo. Nataka kusema hivi, and I want to recognize my elders, particularly led by my chairman Ebsihari. Nyakubolambu, tuko hapa kujivunia ile kazi ambaye chama inaitwa ODM imefanya. Ndio ukweli ya mambo. Na tuko hapa kujivunia super senator wetu Osotsi. Kinisimamia hivyo natia wasiwasi kidogo, lakini basi nitazoea. Haya. Mimi ni bodyguard. Asante. Mimi naitwa Chapa Ilale. Lazima nichape mpaka Ilale. Nataka kuambia Chairman Zebedi on behalf of the county of Vihiga. Nataka kuambia rafiki yangu wa karibu Philip Etale on behalf of National ODM Office. Kazi ambayo mmefanya ya kuchagua Godfrey Osotsi, Senator wa Vihiga, as the deputy party leader, I think it's one of the best things you have ever done since ODM began. I will give my reasons. Mimi niliposimama kama chairman ya ODM, na washukuru nyinyi wote mkaniunga mkono, nikapita kwa kura ambayo ilirudiwa mara mbili. Nasema asante sana bandu banje. Niliposimama MP wa Luanda, unajua shida wanaume wakisaidiwa hawapendi kusema. Yes, I was a very rich man. Such an ndani nabio. Simama. Ala. Lakini nitoboe ama nisitoboe? Abandu banje nitoboe ama nisitoboe? Kabla uchaguzi kama mwezi moja tu elections, huyu Osotsi alinipigia simu saa 4 usiku. Niambola Chapa Ilale huko wapi? Nikamwambia niko Ebsihari. Akaniambia kuja Kakamega mara moja. Uko na mafuta kwa gari? Nikamwambia niko nayo. Sio uko na Prado? Kanyaga. Kuja Kakamega? Ni mreva, Kakamega uko wapi? Akaniambia siwezi kukuambia mpaka unipigie uniambie umefika wapi? Kakamega.
Nikakanyaga, dereva wangu akakanyaga kabisa. Kumfika Kakamega nikapigia Osotsi, yeye nimefika. Akanambia kuja hapa Sports Club Kakamega. Nikaenda. Akanambia hata usiingie ndani, fika parking. Nikafika parking. Osotsi akafungua gari, boot ya gari. Mako. Ebsache. Ilikuwa kama nylon. Ni ambola oromundu wanje omlina wanje, nataka nikusapoti uchaguzi, wewe ni kijana mzuri uko na vitendo. Osotsi akanipatia 500,000 omsiani. Pigeni makofi ba. Wengi waheshimiwa hapa, wengi wanapewa pesa wasemi. Mimi sina haya. Osotsi alinipatia 500,000. Sasa Osotsi, mimi nakuuliza, vile mimi nasimama senator ya Vihiga na mimi ndio chairman ya Jobless Corner, na kuomba Osotsi, hiyo tabia ulikuwa nayo vile wewe unaenda ugavana. Osotsi, ile siku ile ulikuwa una kitu 500,000. Sasa ino bwana omenge obulai bwana. Omenge obulai Osotsi. Salimbo, omenge obulai Osotsi. Namaliza DJ, namaliza nikisema hivi. Kitu kingine ambaye ODM mulifanya mzuri ni kuchagua dada yangu Karo kama nominated MCA Zebedi. Alikuwa amekaa kwa mawe sana. Sasa yeye ako jobless, mimi ako jobful, mimi ndio niko jobless. Abandu banje nyakuba bolla. Nimkabuka ingo becha kubareba. Function yali mbwena, obole yali ndai. Governor ni wina ni Godfrey Osotsi. Na chapa ilale aboye mbwena, chapa ilale aboye 2027 Nyasaye naye anza, tusonge mbele pamoja, akuwe senator ya Vihiga County. Ya mwisho kwako Osotsi, kwako. Nimeingia kwako, nimeona uko na nyumba mzuri sana. Na Uzebedi ni contractor. Ameniambia governor amejengewa nyumba kubwa kuliko hata hospitali huko Mbale. Sasa wewe ukiingia tu governor unahama unaenda Mbale. Alafu kaka nyumba kako unaniachia mimi kama the incoming senator. Sikaribu. Asante sana. Mungu awabariki. Amani iwe ndani. Chapailale. Mwana kachapailale mba. Chapailale. Mimi nataka kumwambia kwamba mwinjire msiyama. Nwanga basi nyumba hiyo zote na ame na kulekana. Ningana mare kumele niombo kwa yinde agondoni. Haya. Nataka kumalizia mama Bafaya, mama Bagada. Ngoja. Mama Fire. Asanti dada yangu. Our incoming governor ambaye ni deputy party leader wetu, mheshimiwa wangu MP Luanda Maungu, communication wetu wa ODM Tele, our first lady, deputy governor, mama wetu commissioner, MCS wote nimewaona na ninawatambua, administration, officials wa ODM, wanavihiga wote, wazee kwa vijana, na wasalimu katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Mwambie Yesu izoninywe. Asanti. Kwa majina naitwa Violet Afandi Bagada, Mama Fire, Mama Mugorogoro, Mama Finya. Mimi nimefurahi, kama kuna mtu amefurahi siku ya leo ni Mama Bagada. Mimi nasema asanti. Ninasema asanti kwa baba wetu Raila Amolo Odinga kwa kuangalia kwa wanaume wote Western na kaona kijana chipukizi ndugu yetu Godfrey Osotsi kwa kumpatia deputy party leader. Na pia nashukuru waziri wetu Wycliffe Oparanya kwa kuangalia na kuona hii nafasi
tuweke hapa kijana wetu Godfrey Osotsi. Mwanaume ni matendo bwana. Watu wengine walikuwa wanapiga vita, wanataka hii kiti, lakini bila matendo, na kuambia kama wewe ni mwanaume ni ngumu sana. Osotsi ndiye amefungua maofisi za ODM Vihiga County. Osotsi ndiye amesimamia registration ya ODM Vihiga County. Nani kama Osotsi? Osotsi ria! Osotsi tialala! Osotsi timi! Shikilia hapo. Mimi nasema asanti kwa kuingia katika chama cha ODM. Ukiwa mwanamke na ukae sana kabla hujaona mwanaume wa kukuoa, hata kuja ametoboka macho, dada yangu, unajua utakimbia hata unafariji kwa barabara. Wakati baba alikuja na akasema, mama Vinya, walichukua chakula yako, imekwama kwako, wacha tukushika mkono, tunafika Kanaani. Nikasema hata kama anatoka mate ndabangu sorote na ngime kumsakura kudoke Kanaani. Na mimi nataka kuambia watu wa Vihiga County, mimi nilisimama kiti ya women representative, nasema ni asante, mlinipatia kura, lakini siasa ya msingi, siasa ya ukabila ilifanya watu wanawake kama sisi tukanyongwa. Kama mwanamke, mimi ni Maragoli na mimi nimeolewa kwa Munyore Luanda. Huyo Osotsi mama yake ni Maragoli, bibi yake ni Mutiriki, baba yake ni Munyore. Tukianza kwenda siasa ya ukabila tutapoteza. Sisi tunataka kiongozi ambaye anajua kazi yake, ambaye anafanya kazi vizuri, ambaye ataleta maendeleo kwa watu wa Vihiga. Sisi wanawake hatuna mipaka. Kwa hiyo kuna boundary. Ndugu zetu na mabwana zetu ndio wanabaki na title. Kwa hiyo kama yuko mama yuko msaa. Kwa mambo kwa enzi za maneno kwa bahera baba. Ubaka ya bahera baba. Bado kwa sana bale iko leta baga. Bena anama base. Mama ye. Mama ye. Sisi tunaangalia kiongozi. Sisi hatutaangalia wewe umezaliwa wapi, umeolewa wapi. Tunataka mtu yule atakomboa Vihiga County. Na mkiangalia Godfrey Osotsi senator, yeye ndiye amekuwa senator namba 1 Kenya mzima. Ni sababu ya kazi yake. Na sio rahisi kupata kuwa senator namba 1 Kenya mzima, ni sababu oversight yake. Wengine wanamchukia sababu ya kazi yake. Ndugu yangu, Mungu akulinde, Mungu akubariki. Haya, mimi nimekuwa mwalimu, nimekuwa kiongozi wa walimu, na nimeona chama chetu cha NAT kiko hapa. Mshikilie hivyo, hawa kina ndafu tulikuwa naye tukasukuma gurudumu. Nimeona NAT officials, msikubali bahasha nyeupe. Mtetee walimu, payslip ziko kwa ICU. Tumewamulika. Opole nimekuona na kikosi yako. Mbele iko sawa sawa. Na msimame pia na Osotsi, pia yeye ni unionist. Hatutaki wale watu wanaregarega namna hii. Kwa masaza wadoka mziro. Umusaza na amorende hapa na pita hapa. Hapo ndio tunataka. Na bana betu bagade laba yanza. Abeta kana busundu. Kulinzire hala. Kukonya mulayi tukani mukonya bagade. Na kwa yakana na sai 2027. Amangu ni tukuna sai ya mari. Haya. Si mmeona huyo ni Mama Fire? Tunamuita Mama Fire. Akisema fire ni fire. Haya, tunamalizia. Nataka ni shukuru na niseme ya kwamba miongoni mwetu tuko na CHVs. CHVs muko wapi? Penye muko mpunge mkono. Senator amesema anawapenda na ako na nyinyi kwa roho. Sawa sawa.
Pia miongoni mwetu tulikuwa na liaison officers wa county. Mko wapi liaison officers? Tunashukuru sana uwepo wenu hapa. Nikimalizia hiyo kipindi nataka niende kwa kuna MCS kutoka Siaya. Kuna MCS kutoka Siaya, lakini naambiwa na deputy na majority leader kwamba tawaita. Nisichukue hiyo jukumu. Sawa sawa? Sasa mimi nitaongea kidogo alafu niite our leader of majority ili aweze kusimamisha waheshimiwa wenye wako hapa. Mheshimiwa Senator ambaye ni deputy party leader wetu wa ODM, mimi kama MCA wako nataka nirudishe shukrani kubwa kwako kwa sababu kupata hii kiti sio rahisi. Na mimi najua you are a go-getter. Vile uliona mwanya imetokea, najua ulijisukuma mpaka ukafika pale. Na mimi nikikuangalia hivi vile ulivyo, najua ya kwamba kwa sababu baba ako katika heka za kwenda AU, wakati ule wana ODM tutapiga kura ya kutafuta party leader, tutaensure kwamba umepata. Si ndio? Kitu ya pili, mimi nikiwa kama MCA wako nataka nikuhakikishia kwamba tutaanzia hapa nyumbani. Tutaanzia hapa nyumbani ikifika 2027 ile kiti ya ugavana iweze kuja hapa kwetu. Najua ya kwamba wewe unazunguka katika kaunti mzima. Na mimi nikiangalia, mimi nimekuwa MCA mara 2, najua ya kwamba katika wale watu wote wanataka kusimama kura ya ugavana, wewe pekee ndio mimi naona. Mimi sione mwingine. Sina kupira zote kura naomba. Sina mkupire. Kwa hivyo sisi tutatembea, tutaomba hawa mama, tutaomba hawa wazee, tutaenda kila sehemu ili tuhakikishe ya kwamba kura ya ugavana umeichukua mapema. Umesikia walimu wamekuwa hapa. Walimu wanasema hata hao pia wanaenda kutoa ule kiongozi mwingine. Wanasema yeye anaenda anapiga no huko ndio payslip zao ziendelee kuwa mbaya. Anapiga yes ili payslip zao ziendelee kuwa mbaya. Sisi tunasema hivi, kama mtu hawezi jali maslahi ya watu wa Vihiga, then hatuna biashara na yeye kumfanya gavana wa Vihiga County. Hatuna haja na yeye. Kwa hivyo atembea akijua sisi wana Vihiga tumesema wewe ulipiga yes, kumaanisha kwamba watu wa Vihiga waumie, kwa hivyo hauna haja nayo na usikuje kutuomba kura. Si ndio? Nataka nimalizie nimuite leader of majority ili akaribishe waheshimiwa wenye wako hapa. Asante sana. Our senator naambiwa kuna mzee mmoja hapa, kuna jambo nataka kusema. Sorry, party leader, deputy party leader. Kuna mzee hapa, Mwami Job Osiako. Tafadhali just come. There's some special announcement I want to make about you. Abasi anje mumbula omsafulu uno, he's a man who molded me to what I am today. Niye wahola nyimba mwandishi wa habari, nyimba mtangazaji, maninjo la andiano, langua Job Osiako. And I want to tell my fellow journalists out there who went through the hands of Mzee Job Osiako that he is here. He is very much alive and is serving the Lord. And very soon tunaenda kupanga kikao, waandishi wote wa habari ambao wamepitia mikononi mwake, wakina Linus Kaikai, Emmanuel Juma, all the journalists ambao wako dunia hii ya Kenya, tutakuja kumtembelea, kujehu mjende ho mlere ho chai. Si ndivyo? Sina mulo bulai hanenywe. Asante sana. Thank you mwalimu. Asante sana
Super Senator wangu Bwana Godfrey Osozi and the Deputy Party Leader of our party ODM, our Deputy Governor Bwana Wilberforce, our MP Bwana Maungu, Mama Kedogo, waheshimiwa ambao mko hapa wote kutoka Vihiga County Assembly, wazee ambao mko hapa, Mheshimiwa Bwana Umido, wazee ambao mko hapa kutoka Bunyore, watu wote ambao wanapenda Godfrey Osozi na wasalimu wote, hamjambo? Jameni, hamjambo? Najua mmechoka, lakini hii kiwango ambayo nimechukua inataka kwenda mbio sana. Dakika kidogo tumemaliza. Namna hiyo, kwa sababu ni nafasi ya MCS, mnajua hao hawataenda kwa mambo mengi, wanawajali sana, wanajua saa imekuja. Namna hiyo, Bwana Godfrey Senator, niruhusu tu, kuna waheshimiwa ambao wametoka kule Nakuru kwa sababu yako na wanakupenda. Je, kama mtu ametoka kule Nakuru amependa Bwana Senator wetu? Waheshimiwa kutoka Nakuru na Siaya, tafadhali kuja tu mseme jina yenu na muweze kukaketi chini. Karibu sana. Vihiga oye! Vihiga oye! Ningekuwa mama, huyo mama ameongea hapa, ako wapi? Anaitwa Faya ama Kafaya? Ako wapi? Aliena mama obole wasinjira mana wakwa wasinjira mbwa mama, ninawaomba tafadhali watu wa Vihiga, huyu mama ametosha ama hajatosha? Mama chumu ndola hoka ndo mbele kweshi. Kwa majina naitwa Mheshimiwa Kevin Omondi Mdune, mimi natoka Siaya huko. Osozi party leader, deputy party leader, rafiki yangu sana, Mheshimiwa Maungu, Philippe Tale na watu wengine, ilifanya tufike hapa. Sasa deputy party leader, sisi tunakuombea mema, ushikilie party. Tumejua 2027 maneno itakuwa mzuri na ushikilie party. Kwa hayo machache, Mungu awabariki sana. Wana Vihiga ODM oye! Muko tayari? Bwana DP, mimi kwa majina naitwa Paulo Kindoka, nimetoka Siaya County, nimewakilisha Siaya Assembly siku ya leo, tukiona ukiombewa. Kwa hakika tukisemezana ukweli, vile tuko hapa sisi wote tunajua tunapenda DPL wetu sasa, si ndio? Na bwana DPL, kinyo nataka nikuambie kwa sahihi, hao watu wote wenye hapa, najua sahihi hata tukileta hapa ballot box, kuna mwenye atakupigia, mwenye hata kupigia kura. So mimi nakuomba, kwa hii muda imebaki, naona unaombea ukue governor 2027. Tumia wa MC wako na wale mapie wako na wale watu wako wa ground, wakutafutie wale watu wanakupinga kwa sahihi kwa hii muda imebaki. Ili kifika wakati huo utaingia tu bila kupinga vile nimeona hiyo umati. Sina mengi, Mungu akubariki unapoendelea na kazi yako. Asanteni sana. Mrembe bosi, mrembe swa. Kwa majina mimi naitwa Honorable Isa Samuel Lokelo, natoka Nakuru Town East. 2022 ningekuwa pale ndani na huko bwana rafiki yangu Dickson Maungu, lakini nilipoteza na kura karibu 600 peke yake. Mimi ndio nilikuwa kijana ya baba Nakuru Town East, lakini niliposikia Bwana Osozi amechukua party leadership ya ODM, nilikuwa na Bwana Oparanya akaniambia, my friend, mimi nataka kuja hapa game iko empty, tunataka tushikilie pale game ili tuingie ndani. Jambo la pili, mimi pia ni mwanabiashara hapa Luanda, wenye anajua Mana Supermarket. I'm the proprietor of Mana Supermarket. Na mimi najua mna supporters za community na tuna appreciate sana. Nataka niambie Bwana Deputy Governor, mimi nataka nafasi pale Majengo, tufungue supermarket nyingine, tupatie watu kazi wa Vihiga. Inawezekana, iwezekani? Na tukimalizia Bwana Osozi, now you are a party leader of the national. Tunataka ukitoka hapa, tunaingia game, tunaingia huko Homa Bay. Sisi ndio wale tulikupigia debe. Ukiuliza Oparanya atakwambia, hata mimi ni one of the organizing committee, tunapanga mambo ya kesho, tutakutana huko kwake. Tunakuomba utembee Siaya ili uongee na watu wako na upange chama sawa sawa so that tukue strong. Rafiki yangu Chapa Ilale, mimi najua ni mtu ya DVD, lakini hapa tuko Orange my friend. Kama utaingia ndani ya Orange, wewe sawa hizo ndio unatafuta. Asanteni sana na Mungu awabariki. ODM! Hawa ni viongozi kutoka kule Nakuru na kutoka kule Siaya. Si mnaona wanapenda chama?
Wenzangu ma MCAs ambao wako hapa, but nitaanza na special elect Mheshimiwa Joy ambaye ni mheshimiwa kutoka Vihiga. Our Senator Godfrey Osozi, First Lady, Deputy Governor na viongozi wengine wote na wasalimu amjambo. Amjambo tena. Sisi tumekuja kuambia Senator congratulations, na mimi nawakilisha person with disability Vihiga County. Nilikuwa hapa, mimi ukuja hapa kwa Osozi na tumeongea na yeye kuhusu walemavu na tutaendelea kuwapangia yale tuliahidi. Asante, naitwa Mayodi Joy. Huyo ni Mheshimiwa Mayodi. Senator wetu waheshimiwa kutoka Kakamega County wamekuwa hapa, walikuwa nasi kutoka kwa airport na wako na function, wamekimbia, wamesema hongera sana. Sijui kama kuna MCA mwingine kutoka nje ambaye ako nasi hapa na labda sijamuona. Kama hawako, tafadhali waheshimiwa wa kutoka Vihiga, njooni mseme tu jina na ward yenu, Senator ajue kwamba mko hapa. Tafadhali kujeni. Waheshimiwa simame hapa ndio galau kamera ikishika. Itikadi zote zikizingatiwa, mabibi na mabwana, mrembe mwezi siyeseko karo mhana mwamo ilichungwa uno mrembe. Majina yangu naitwa Caroline Angote, mheshimiwa mteule Vihiga County. Senator, congratulations. It was not easy. Ilikuwa safari ngumu, lakini Mungu anakupenda na amekupaka mafuta. Nataka kuambia Mheshimiwa Oparanya, asante sana kwa kukubali Senator kuchukua wadhifa wako kama naibu mwenyekiti wa chama cha ODM. Baba Raila Amolo Odinga, thank you so much. God bless you for giving us a chance ili na sisi tuonekane kwa mambo ya kitaifa. Watu ambao mko hapa wote, Senator sasa amekuwa nguo ya kuvaliwa nationally, Kenya nzima. Siye wetu peke yetu, lakini anafaa azunguke Kenya yote akiongea mambo ya chama. Tumuombee, tumpatie support na tuzidi kujenga chama. Asante sana my colleague MCAs from different parties ambao wanatoka Vihiga County, mmekuja, tumewafurahia. Hii inaonyesha upendo ambao mnapenda Godfrey Osozi. Hebu mnonyezabe ndanyoko. Ne mwigale mutinyire omusatsa wetu la munongaliano mulalia handi munywe handi amanyobwa mutenda simanyire bwo. Hebu mno. Senator wetu hapa Vihiga County MCAs tuko vyama mbalimbali na wote tuko hapa kwa sababu bwana Senator tunakupenda, kwa sababu wewe haubagui wards wakati unatembea. Hauhitaji kujua hii ni ward ya MCA wa ANC ama ni wa AD wa DAP ama ni wa UDP, wewe unatembea kwa wards zote. Kwa hiyo tunakushukuru, na wakati wamesikia umepata hiki kiti bwana Senator, imagine MCAs wa ANC they celebrated, so meaning they also love you. So kindly let's introduce ourselves. Asante. Asante. Hello, stima imeenda? Asante sana. Senator wetu ambaye tena ni deputy party leader na wote ambao tumefika hapa, ningependa kuwasalimu watu wa Vihiga. Mirembe mosi. Mirembe. Asante sana. Tuko hapa kwa sababu ya kijana wetu Bwana Osozi, na sisi tunasema tuko nyuma yake, tunamsupport. Bado Vihiga tutembee pamoja na yote itakuwa sawa. Bwana Osozi mbele vizuri. Mbarikiwe wote. Getu Lumire, MCA Vihiga. Honorable Deputy Party Leader, Senator Osozi, niruhusu niheshimu haki zote ambazo zimesajiliwa hapo awali. Jina langu ni Honorable Janet Fundi, nominated MCA. Watu wa Vihiga na wasalimu katika jina la Yesu. Hamjambo. Hamjambo tena. Yetu tu ni shukrani tumeleta, nasema kongole, na nimekuja kukuambia Senator, yes you can, yes we can. Asante. Senator wetu Mheshimiwa Godfrey Osozi, First Lady na viongozi wote kutoka Vihiga. Hamjambo. Hamjambo tena. Kwanza kabisa nishukuru Baba Raila Amolo Odinga
kwa kuona Senator Godfrey Osotsi anaweza. Tena nikikumbuka zile sentiments za former governor Oparanya. Alisema aliangalia, akaangalia, akaona nani anaweza toshea kiti yake. Semeni Godfrey Osotsi. Kwa hivyo najua mko na njaa mingi. Wacha tusiende kwa mambo mingi. Michelle Stika, Vihiga County MCA. Mheshimiwa wetu Godfrey Osotsi, First Lady Etale, honorable members present, County Chair ODM, na msahulu mrembe mwezi, mrembe Randi, ulimudai kuchichanga kujisio bwami mba, tufurahie. Mimi kwa majina naitwa Helen Mwanika, nominated MCA Vihiga County Assembly. Godfrey Osotsi, our senator, asante sana. Kitu ya kwanza na shukuru Gen Z. Kama wangekuwa Gen Z kutusaidia, kama angekuwa Gen Z tungefika hapa, si ndivyo? Kama uko na Gen Z nyumbani akiongea unasikiza nasema nini? Hiyo kitu imefanya tumekuwa na amani Kenya yetu. Tunasikizana, tunakaa pamoja. Tunataka kiongozi ambao ataunganisha Wakenya wote. Na mtu anaweza unganisha Wakenya wote si mwingine ni bali ni Godfrey Osotsi. First Lady, take care of our senator. Na Mungu akijalia 2027 wamama ujitokeze. Hataki mambo ya nomination. Tunataka tukiingiza kwa kiwanja tumejani nao wanaume, si ndivyo? Sina muhonye. Bas. Hawa DPL, dignitaries wote, watu wote wa Vihiga, mjambo. Kwa majina naitwa Odera Pesa Otas. Leo ni siku ya maombi na tunafurahia sana. Mimi nataka niseme jambo moja. Hii nguvu ambayo tumepata hapa siku ya leo tukiombewa seneta wetu, hii nguvu twende nayo mpaka 2027. Mungu awabariki. Our guest of honor ambaye ni senator wetu, Deputy Party Leader, Senator Godfrey Osotsi. All protocols observed. Mimi naitwa Franklin Muhindi Gidali, nikiwa MCA Sabatia West. Nimekuja kuambia senator congratulations, chapa kazi and we support you. Asanteni sana na Mungu awabariki. Our senator, deputy governor na wageni wote ambao wamefika siku ya leo, hamjambo. Jina langu ni Mheshimiwa Florence Kegode, nikiwa nawakilisha wadi ya Busali, na watu wa Busali tunajivunia sana Mheshimiwa Osotsi. Sisi tumewaletea Mheshimiwa Osotsi hapo kwa uwanja, kwa hivyo tumpatie support kama watu wa Vihiga. Asanteni sana, mbarikiwe. Our guest of honor, Honorable Osotsi, and all protocol observed. Hamjambo. Munisalimie. Hamjambo. Bwana Yesu asifiwe. Jina langu ni Honorable Gladys Yalwala, MCA wa Chavakali Ward. Nimefika hapa kuleta maombi kwa seneta wangu ambaye ninapenda sana. Na ninataka niambie seneta ya kwamba kanyaga chini na miguu miwili, nasi tunakufuata nyuma tukikushikilia. Bwana Yesu asifiwe. Seneta, we are together, tutashikana mpaka wakati utapata kile unataka. Na kwa sasa tumeleta shukrani ya kwamba Mungu ametutendea. Wewe kupata hiki kiti ambacho umepata ni Mungu. Mbarikiwe nyote. Senator wetu, super senator, all protocol observed. Mimi kwa majina, nadhani wengi mnanijua, kwa majina najulikana kama Michael Okoba. Wakaazi wa huku walionelea wanibatike jina la tatu kuwa mheshimiwa. Asanteni. Kwanza mimi kwangu ni heshima kwa seneta wetu. Seneta wetu ni mtu ambaye ako loyal. Wakati tunaangalia wakati venye hii siasa ilianza na wakati venye mswada ilikuwa inafaa iende ipigwe, seneta alisimama na akasema ule mjumbe ambaye atapiga yes, sisi sote tuende wapi? Tuende kwake. Na wakati venye alikuwa anaongea hivyo, kweli alikuwa ameona mbele kile kitu ambayo Kenya tulikuwa tunaumia. Mimi nataka niseme, seneta, umeona leo niko na rangi ambayo iko hapa. Hapa chini yuko mbele
mbele najua. Mimi wale wako nyuma huko watoe jamu, si ndio? Asante sana na Mungu akubariki. Huyu wako kwa chama cha bwana ule anaitwa nani? Alfred Mutua, lakini ameingia kwa ODM. Asante sana seneta wetu na viongozi wote ambao tumefika kuhudhuria maombi ya siku ya leo kwa ajili ya wewe kupewa nafasi ya kuwa naibu mwenye kiongozi wa chama cha ODM. Naitwa Boniface Shanga, MCA wa Muhundu Ward, na nimefika kwa sababu ya heshima ambayo seneta ako nayo. Mimi nilichaguliwa kama independent, na wakati seneta anatembea katika ward zetu zote, anapokuja Muhundu lazima aweze kuniheshimu na nipigie simu tuweze kushirikiana na yeye kwa maendeleo ambayo analetea watu wa Muhundu. Hiyo heshima imefanya nifike siku ya leo nijiunge na wananchi wa Vihiga kuweza kushukuru, kusema kwamba kongole. Mungu akubariki sana. ODM. Bwana Seneta, nataka nikuongeleshe leo, nikwambie namna hivi. Mzee Omido, unajua ni babu yangu nyumbani, na leo Omido amesema umesikia. Sasa mimi ni nani nikatae? Naitwa Patrick Gumba, MCA South Maragoli. Asanteni sana. Super Senator na viongozi wengine wote, watu wa Vihiga, ninawaomba munisalimie. Mirembe bosi, mirembe kandi. Mimi kwa majina naitwa Bob Mwashi, nikiwa MCA wa Shiru. Hiyo inamaanisha kwamba mimi ndio nilikuwa MCA wa mama bibi ya seneta. Kwa hivyo ninaleta salamu kutoka Shiru, na watu wa Shiru wamefurahi kwamba msichana wao ako kwa mikono mizuri, na tunajua super senator hii kazi ambaye amepewa hakuna mwingine anaiweza, na tukienda mbele hata hiyo kiti ya gavana sijaona bado. Kwa hivyo I want to urge you, my brother, soldier on, watu wa Shiru, tuko na wewe hapa kwa hapa. Mungu awabariki sana. Senator wetu, mama senator incoming governor, deputy governor, mama Kedogo commissioner, mbunge wa Luanda, wananchi watukufu wa Vihiga County ambao wamekuja kushuhudia uongozi wa leo. Mirembe bosi. Bwana Yesu asifiwe. Kwanza kabisa Bwana Senator, nakuambia asante. Inzembeza na mangana gabiri. Mama mukana mnole, mukana abaranga ndeyo, mukana mutete yambola. Nobo mukali, nuzu rukali, kali umusaza kukuye utirani nyuma dae. Ujya wibisa mukitanda, makanda mangana gandi mmara. Senator Sonzi kuhari rukali udile igari. Abandi bamura mabuza Senator Sonzi, mimi najua ya kwamba ukiamua kama umusaza kuzira hai, ewe. Senator Sonzi 2027 tunakubaliana na maombi ya Mungu vile kanisa inaomba, wewe ndio gavana wa Vihiga. Na nze ninde tumukali mbungamba mbezaza naye ndingira mu ODM 207 ngiri mu ODM, na bado nitaendelea na msimamo wa ODM na nitaendelea kutetea chama cha ODM. Asante sana bwana Mzee Omido, uliniweka mahali pazuri. Mungu amani awabariki. Asante mheshimiwa. Halo. Balanga mwiga wisha makoko. Washa makoko bayanzi. Vipi ya Lucas? Asante. Mheshimiwa senator wetu, Mheshimiwa Mahungu, commissioner wetu na mama senator. Nende mwezi bali anawasakulu bali mlembe mwezi. Mlembe kandi. Abanyole mliano. Nyabarebe kolirebo. Iwino ingananga no soti. Iwino ingananga no soti. Ya
simkalusho kulaita diwino igana nendo soti nangano soti ya karolo omwele ya karole mai kata neji kubola ni buchwa omundu ingana nawe omwene ya karole iswa kulusina abanyolo omundu mukulu ya bola inulerula ali ndina inulerula huyu mheshimiwa sote si mimi nikikuwa tulikuwa naye pamoja pale FCL na mimi nikiangalia yeye singano mundu olola kukhandi ambeyala mimi niliona yeye akiwa mtu tosha. Ise mheshimiwa Soti mbora wewe enda mbele na uende mbele na sisi tuko nyuma yako. Na kabla sijakaa mheshimiwa Soti, niko na marafiki zako ambao ni traders wa Luanda, walikuwa na matanga ambayo wanazika treasurer wao. Kwa hivyo nilikuhepa kidogo nikakimbia huko, na wamesema nikwambie wangekuwa na wewe, lakini kwa sababu ya mwenzao wamesema niwaombe msamaha kwa niaba yao. Kwa hivyo mbarikiwe na Mungu wetu. Okay, our senator, area MP Luanda, our deputy governor, our commissioner na fellow MCA, hamjambo. Mimi kwa majina naitwa Wims Manoa Osore, area MCA West Minyorewe. Mimi nimefurahia siku ya leo. Najua senator is very brave because the first time senator alikuwa nominated. Na akakuwa very brave, akakuja kusimama kura ya senator na akaenda through. So we just want to thank senator na tuko nyuma yako. Thank you. Asante, huyo ni whip wetu wa assembly. Asante sana katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Msesi mrembe bosi. Hebu mno senator, ukiona mama wamekaa jua limewachoma na wametulia kabisa, hakuna kelele, ujue kwamba unapendwa. Mimi niko hapa, jina langu naitwa Helam Espira Ainea, MCA North East Bunyore Ward, MCA wa masomo, MCA ya uji ya watoto wa ECD. Senator Osoti, umefanya jambo la maana sana. Kuna mtu alisema wanadamu tunapenda sana kuomba vitu vingi kuliko kushukuru Mungu kwa yale machache ametufanyia. Anasema Thanksgiving is the best way of prayer. Na kama umefanya Thanksgiving leo kwake Mwenyezi Mungu kufanya deputy party leader, Mwenyezi Mungu halali, kabla huu mwaka uishe utakuwa umeongea na party leader mwenyewe sasa wa saizi, and I'm sure you are going to swap ukuwe party leader wa ODM uendeleze chama. Sitakuwa ni vizuri? Na jambo la mwisho, nataka viongozi wengine tuweze kujifunza kutoka hapo, kuanzia kwa rais wa nchi hii Mheshimiwa Ruto, kwa sababu baada ya ODM kuingia katika serikali tunaona ya kwamba serikali imekuwa na utulivu. Si kweli? Ilikuwa imekuwa ngumu sana, saa hizi tungekuwa na maafa. So I'm calling upon the president of this country also to call a prayer day for the whole country to thank God for peace and stability. Jina langu ni Helam Espira Ainea. Mwenyezi Mungu awabariki na umama linde nyumba hiyo. Umami Senator Osoti. Asante. Senator huyu pia amesema anahama kwa sababu hana chama, sasa anakuja ODM. Atakuja official. Haya, mwami Senator Osoti, Deputy Governor Kitiezo, wenzangu ma MCS, viongozi wa ODM wote, wazee wetu, nendefwesa betre humhomrai kuno. Bwana Yesu asifiwe. Asomera nangwe tira Paulo Ananda nindo mwemeri wa Central Bunyore hule mwaya. Kwanza kabisa bwana Senator, mimi nataka niseme tuko hapa kwa wingi kutoka kule sehemu ya Muhaya. Na umejua, nimeona wengine wakisema Watiriki wasimami, Wajaluo wasimami, wa Maragoli, hata watu wa Muhaya simuko hapa. Muri hano? Uitire kupola Senator. Thank you and congratulations Senator. We love you. Watu wa Vihiga, wakati tulienda Debe tulipigia viongozi 6 kura. Kiongozi wa kwanza alikuwa president, wa pili akakuwa governor, wa tatu akakuwa senate, mwingine MP, mwingine mpaka tuka women rep mpaka MCA. Na wakati kiongozi anapochaguliwa, sisi sote tunavunja maneno yote na tunatembea na ule uongozi, tunalinda uongozi. Bwana Senator, tuko hapa sababu wewe si mbinafsi,
pale Vihiga County Assembly, mimi nilichaguliwa kwa chama ya ANC. Lakini Bwana Osotsi, kila mara unapokuwa na mikutano zako huwa unanialika, na sisi sote kama MCS, kama ishara ya kuleta watu wote pamoja. Watu wetu, maneno imeongelewa hapa, chamahana tukisema Godfrey Osotsi ni mtu mzuri, tuseme analinda watu wote wa Vihiga. Na hii kiti ya DPL, Deputy Party Leader, si ya Vihiga, inaenda mpaka Kenya nzima. Kwa hivyo sisi tuko hapa kama viongozi wa Vihiga, tumejua hii ni prayer. Wakati utaita watu wa Kenya nzima, tutakuwa pamoja kushuhudia na pia kukupea nguvu zaidi. Lakini nikimalizia nasema hivi, hata tukisema shukrani, venye mwenzangu amesema, tusimsahau Mungu. Na pia tusisahau kulikuwa na vita, ndio hii maneno ikatokelezea. Mimi nataka nishukuru sana Deputy President wetu wa Kenya Ruto pamoja na Raila Odinga. Walikaa pamoja huko mbele kama viongozi. Kama Oparanya hangepewa kiti ya UDPL au ya ministry, Omwami Osotsi siahabe DPL tayari. Kwa hivyo mimi nataka niseme ukweli, and the truth will set me free, that kama Ruto hangeeka mtu anaitwa Oparanya kama minister, huyo Osotsi hangepata nafasi. Mimi nashukuru hiyo na nitaendelea kushukuru. Bwana Yesu asifiwe. Isemara mbole nuburu watoto noga free. Thank you, God bless. Asante sana. Party leader wetu Mwami Osotsi, MP wetu Mwami Etale, my deputy governor Mwami Kitezo, mama wetu wa senator na wengine wote wenye wako hapa, na nyinyi wote watu wenye wamefanya tuko hapa mbele yenu. Sisi ndio, nyinyi ndio mlitupigia kura tusimame mbeleni. Salimiana, hamjambo? Bwana Yesu asifiwe. Senator, hao watu wamekaa hapa kutoka asubuhi, na vile wamekaa kutoka asubuhi wamechoka, so sisi hatuna nafasi ya kuongea sana hapa. Sherehe ya leo ni sherehe yako, ni siku yako. Mimi naitwa Zakayo Manyasa, natoka pale Mwibona Luanda, na mimi ni kijana wa mkono wa senator. Mimi mambo yangu wao naongeaga, so mnasikia? So mnasikia nikiongea mambo ya senator? Mungu akijalia bwana senator, sisi tunataka uchukue ugavana wa Vihiga County. Na tumesema tutatembea na madugu zetu wa Maragoli, Watiriki, Waterik wote na kabila zote ziko hapa Vihiga County. 2027 kama hutaweka jina yako kwa ballot kama gavana wa Vihiga, tutakupiga viboko. Mungu azidi kuwabariki. Asante. Huyu ni whip wetu, acha maliza alafu tuite minority na deputy speaker. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Our senator na tena deputy party leader wetu, deputy governor, commissioner kidogo, mzee wetu, mzee Omido andaka kama ni kijana wangu, chairman wa county Osabwa. Sisi tumekuja hapa kuunga mkono kuwepo kwetu kwa deputy party leader wetu Godfrey Osotsi. Mimi ni mmoja wa wale walienda Nairobi, na nataka nishukuru watu wa Western wote ambao tulikuwa nao, tukaongea na baba akaweka mkono wake kwa senator wetu Osotsi. Watu wote ambao kutoka Busia, Kakamega, Bungoma, Tanzania, Vihiga, wote walituunga mkono. Watu wa Vihiga wakasema Osotsi amekuwa mwaminifu chama ya ODM. Hawaoni mtu mwingine ila ni senator wetu nani? Godfrey Osotsi. Tunashukuru kwa ile kiti tulipewa, na tutazidi kuunga mkono, tutazidi kufanya kazi pamoja, tutazidi kukufanyia kazi hata kama wewe uko mbali, ili hii kiti ya 2027 ugavana. Watu wa Luanda, kama sisi wa Maragoli tunasema Osotsi
Na Godfrey Osof, nataka nikwambie hili. Hawa mama ukikutana nao, ukiwaita waangalie vizuri. Si ndio? Hawa mama wanatoka kwa nyumba mapema asubuhi, hawa kiamua ameamua. Wakisema nataka upeane kura yao, wanafanya nini? Wanapeana. Asanteni sana. Mimi naitwa Mheshimiwa Pole Namwata, MCA Central Maragoli Ward, na wanawake ambao wako hapa, msiogope hao wanaume. Msimame kura, tungangane nao. Mnasikia? Mimi peke yangu nilisimama ODM Vihiga County peke yangu. Na sasa next tunataka wanawake wengi wafanye nini? Wasimame. Lakini nyinyi wanawake hampendani. Sisi wenyewe hatufanye nini? Hatupendani. Inafaa sasa tupendane, tupate kura pamoja. Next tutapendana sisi wote, si ndio? Tutakuwa piga kura pamoja, si ndio? Asanteni sana. Thank you. Ni whip wetu minority leader. Asante Mheshimiwa Seneta na viongozi wengine wote, wacha nitoe kofia kwa sababu ya heshima. Mimi naitwa Mheshimiwa Zia Vincent, mimi natoka kule Sabatia. Na nitaongea maneno machache kwa sababu watu wako na njaa na watu wamechoka. Jambo la kwanza, nimefika hapa kwa mwaliko wa Senator Godfrey Osoti ambaye alitualika hapa sisi wote tukuje tuungane na yeye katika maombi ya leo. Na nimesikia watu wakiongea hapa maneno hawajui huyu Senator Osoti aligrow up kule Sabatia. Hata nyinyi hamjui mtu wa kwanza kushika Osoti mkono na kumuingiza kwa siasa alikuwa Mheshimiwa Musalia Mudavadi. Hiyo hamjui. Mnajua? Sasa inafaa tujue ya kwamba, mnisikiza kidogo, mtu wa kwanza ambaye aliona Osoti anaweza kuwa kiongozi alikuwa Mheshimiwa Musalia Mudavadi, na akaweka Mheshimiwa Osoti kama Secretary General wa chama cha ANC. Ni ukweli si ukweli? Hiyo si ni ukweli? Huyo Osoti tumekuwa na ANC akiwa Secretary General. Mtu wa pili, position ya pili ambayo Mheshimiwa Osoti alikuwa nayo akikuwa nominated MP alipata kwa chama cha ANC. Nataka tusemezane ukweli kwa sababu huyo Osoti ako na historia. Na historia ya Osoti lazima isemwe watu wakisikia. So mimi nasema hivi, lazima tuheshimu na appreciate mahali ambapo Osoti ametoka. Jambo ya pili, watu wakiongea inamaanisha umesikia, si ndio? Jambo ya pili, mimi nataka niseme hivi, kwa sababu tuko hapa kama viongozi wa Vihiga wote. Osoti huyu, vile mwenzangu amesema, alipochaguliwa kama senator wa ODM, yeye hakusema anafanya kazi na watu wa ODM wanaacha watu wengine. Aliweka watu wote pamoja. Mimi si mtu wa ODM, lakini Osoti akija wodi yangu ananipigia simu, anakuja kufanya na watu wangu kazi. So Osoti huyu ni kiongozi ambaye anafanya na watu wote kazi. So lazima tumpe makofi, tumheshimu kwa sababu ni kiongozi anajua kuunganisha watu. Si namna hiyo? Jambo la mwisho, kwa sababu tumekusanyika hapa watu wa Vihiga yote, inafaa tukisema Osoti aende mbele, useme kama uko na kura yako, useme na vitendo. Usiseme unataka Osoti aende mbele, siku ya kupiga kura useme hajanipatia kitu, siendi kupiga kura. Nimeshukuru sana mhubiri amehubiri akisema tusipende sana shilingi 50, shilingi 100. Tupende viongozi ambao wanafanya maendeleo, ambao wanasimama na wananchi, na hiyo itakuwa mzuri. Kwa hayo mengi, najua mmenisikiza. Sisi kule Sabatia tumeshikilia Osoti kwa sababu si ndio tulimzaa na tulimlea, na tunasema watu wa Bunyore mmushikilie kwa sababu ni kijana mzuri. Kwa hayo mengi, Mungu awabariki sana. Asante ODM. ODM. Nataka kuita Deputy Speaker
na kabla nije Deputy Speaker, kunaye wakili mmoja hapa Luanda. Tafadhali wakili Makande, wakili uko wapi? Makindi, kimbia kidogo kwa sekunde moja tu. Umefanya kazi na bwana Usozi, na Deputy Speaker akiongea na ita haraka MP wa Luanda. All protocols observed. Hamjambo tena. Kwa majina naitwa Matende Owor. Mimi natoka Lusakami. Nilikuwa nasomeshwa Nairobi na nikapata kazi Mombasa, na kule nikawa nafanya kazi ya kutetea haki za watu, na katika hiyo kazi nikapata kukutana na Senator Mheshimiwa Osotsi, na ameweza kusaidia watu wengi, si hapa tu lakini hiyo pande ya Coast Region pia, na akanishauri itakuwa ni vyema pia nikikuja nifanye hivyo nyumbani. Kwa hivyo nataka ni congratulate Honorable Senator, soon to be governor, na pia niwaambie wananchi ya kuwa tutakuwa na ofisi pale Rwanda. Wanawake, nimesikia mkisema mna shida na ardhi na hati miliki. Ofisi inafunguliwa na nawakaribisha nyote. Karibuni na asanteni. Kwa majina naitwa Robert Matende Owor. Matende Owor, huyu ni wakili na kijana wenu hapa. Nataka kumwita Deputy Speaker wa Vihiga County Assembly Bwana Odei Eric aseme mambo yake. Asante sana. Nitakuwa mfupi kama mkojo wa kuku. Mheshimiwa Senator wetu Osozi, Mheshimiwa mbunge wetu wa Luanda, Mheshimiwa wote, Mheshimiwa wa Makadara, mzee wetu Omido, chairman wetu wa ODM, mama wetu commissioner, wazee wetu wa Nyore, na wale ambao wamekuja kukaribisha Mheshimiwa Senator nyumbani. Hamjambo? Hatujambo. Mrembe. Wanyore nisalimieni jameni. Hata salamu mnakataa kunipea jameni. Haya, mimi nataka kwenda straight to the point. Kwanza niseme mimi naitwa Odei Eric Obam. Mimi ni MCA wa Gisambai Ward, na mimi pia ni naibu speaker wa Mheshimiwa Chris Omulele, kijana yenu wa hapa. Wakati nilikuwa nakuja, nimempigia simu nikamwambia jeshi yako yote ya bunge tumealikwa kwa Mheshimiwa Senator Osozi, akaniambia ukifika kule peana salamu zangu kwa watu wangu wa Luanda. Watu wa Luanda, salamu za Mheshimiwa Chris Omulele ndio hizo. Si ni kijana yenu ya hapa? Sasa alikuwa mbunge wenu wa hapa. Sasa aliwalinda vizuri, sasa sisi tulinyakua yeye, anatulinda vizuri kule kwa bunge, na ameniambia nikifika niwasalimie. Mheshimiwa Godfrey Osozi, Mheshimiwa Speaker amesema pongezi sana kwa kiti mpya ambayo umepewa. Na mimi kama pia naibu wake nasema pongezi sana, na dada yangu endelea kulinda hii idaranyi. Badriji walanga idaranyi. Endelea kulinda hii idaranyi, iendelee kushikilia chama ya ODM. Sina mna hivyo. Na Mheshimiwa Godfrey, mimi nataka nikushukuru kwa kitu kimoja. Mimi ni mtu wa Kenya Kwanza. Ukiangalia Mheshimiwa Raila, baba Engineer Raila Amolo Odinga wameshikana na Mheshimiwa Ruto kulete Kenya pamoja. Na Mheshimiwa Godfrey Osozi ameangalia hiyo format na amesema pia mimi nirudi huku chini nialike wabunge wote wakuwe wa Kenya Kwanza, wakuwe wa Azimio, wakuje pamoja ili tulete ugami nyumbani. Si namna hivyo? Na mimi nataka niwaambie watu wetu wa Bunyore, msifikirie hii kiti ndogo, hii kiti yenye Mheshimiwa Osozi amepata ni kiti ndogo. Hii ni kiti kubwa sana. Na msichezee hii kiti. Kwa sababu saa hizi wakiita mikutano ya deputy party leaders, Mheshimiwa Osozi watakaa na Rigiji, deputy party leader wa UDA. Watakaa meza moja. Sasa mnafikiria ni kitu ndogo kweli? Si ni kitu ya ajabu. Saa hizi yule mtu ambaye amekaa kwa treasury, CS wa treasury, ambaye anaitwa John Mbadi, alikuwa mtu wa chama gani? Saa hizi hata sisi tukitaka kupata mishahara tutaongelesha Mheshimiwa Osozi, tumwambie ongelesha Mbadi awachilie pesa zikuje kwa county hata sisi tupate mshahara. So msifikirie Osozi ni mtu mdogo, mtu mkubwa sana. Sina mna hiyo jameni. Saa hizi mkitaka kupata stima, transformers zikuje, yule mtu anasimamia maneno ya energy ni CS Opiyo Wandayi, ambaye amekuwa leader of minority wa chama cha gani? ODM. Sina mna hivyo. Sasa nyinyi mkiona watu wa Kenya Kwanza tumekuja hapa, sisi tumekuja kusherekea uongozi ambaye imekuja kwa mtoto wetu Muluya. Kuna wengine walisimama kule Kakamega wanaanza kusema ati uongozi ya deputy party leader inafai kwetu Kakamega
ati Vihiga ni is a small county. Jameni, nawauliza, Vihiga siko na Waluya? Muluya wa Kakamega akipata na Muluya wa Vihiga akipata, si ni Muluya amepata? Sasa sisi tunasema hata kitu kingine ikitokea mpe Muluya wa Busia, kitu kingine ikitokea mpe Muluya wa Trans Nzoia na mpe Muluya wa Bungoma. Hivyo ndio Waluya inafaa tushikane. Ndio mkisikia mtoto wetu mmoja amepata nafasi, tunamsupport, tunasema mtoto wetu, tunajivunia, tunakuja tunasherekea vile tumekuja kusherekea uongozi ambao imepewa kwa Mheshimiwa Osozi. Sina mna hiyo jameni? Sasa nyinyi mkiona watoto wetu, juzi nimekasirika sana. Nimeona watoto wetu wanasherekea ati kutolewa kwa Mheshimiwa Cleophas Malala. Mimi nasema Waluya kama hao wenye wanasherekea Waluya wetu wakitolewa kwa nafasi, washindwe katika jina la Yesu. Washindwe, si namna hivyo? Sasa Mheshimiwa Godfrey Osozi, mimi nataka kusema kwa sababu mimi ni mtu wa Kenya Kwanza na tumesema tunataka kuungana wote tukue kitu kimoja. Si mnataka tuungane wote? Sasa nikisema ODM mnasema tuko tayari. Si namna hivyo? Alafu nitawafunza hii maneno mengine. ODM na nikisema tuko tayari mnasema kazi ni kazi. Tuko tayari? Kazi ni kazi, mnasema pesa mfukoni. Kazi ni kazi. Asanteni sana. Isaya Walidi. Asanteni sana ODM. ODM. Asante sana bwana Deputy Speaker kwa remarks zako. Huyu ni kijana yetu hapa na vile mnavyosikia ANC sasa wanakuja, si namna hivyo? Si mngependa wakuja wajiunge na ODM? Sasa wanakuja polepole. Sisi tutawakaribisha wakuje ndani ya ODM, tukue chama moja Vihiga, si namna hivyo? Haya, mniruhusu niite mama kidogo ndio niende kwa mbunge akaribishe wale wamebaki, alafu tumalizie, si namna hivyo? Madam kidogo. Asante sana. Bwana asifiwe. Super Senator Godfrey Osozi pamoja na mke wako na familia na jiji na wote ambao wameingia katika kuja kusherekea na kuombea seneta wetu, wakiwemo ma MCAs waheshimiwa na mbunge wetu wa Luanda. Ni wasalimu tena mara tena, hamjambo. Jina ni Dorcas Kedogo, na wakati nilikuwa natembea huku kitambo tukiwa na kina Andafu anajua, nilikuwa naambiwa amangana menji amen, na nikajua hiyo na nikashika kabisa. Kwa hivyo mimi sitawazunguza mambo mengi sana, niko tu na mambo mawili. Mimi nataka kwanza kusema ni asante sana kwa ajili ya siku ya leo ambapo Super Senator wetu aliponiita akaniambia kwamba leo anataka apate maombi. Nikasema hata mimi nikipeleka huko amen sitakuwa ni sawa, ndio nikakuja. Kwa hivyo nataka kukuambia asante sana Senator, ninakuombea kwamba kwa sasa wakati umepata deputy party leader usimame imara na ushike hawa watu wako wote. Najua ulikuwa umeniita kwa sababu ulijua kitambo nilikuwa pale. Unajua kwa sasa mimi ni partyless, lakini wacha tumalize kazi. Amen. Sasa nataka niseme jambo la pili ni kwamba nashukuru kwa sababu nchi haikuwa inaenda vizuri, na kama mimi kamishna wa tume ya uwiano na utangamano ya kitaifa tulikuwa hata tumeshindwa sasa tutaanzia wapi ndio tumalize. Najua tulikuwa mara ya kwanza tulikuwa tumefurahi kwa sababu kura zikapigwa vizuri zikaisha bila mambo yote, lakini sasa wakati wa sasa tukashindwa tutafanya nini. Na Gen Z walikuwa wameteta sana, wameleta kuzusha kwingi na tukashindwa tutaanzia wapi. Tunashukuru tu kwa sababu Baba Raila Amolo Odinga alifanya vyema, akasema kwamba wacha niende pale tuzungumuze na tulete amani. Na kweli wakati alienda pale sikulikuwa na amani, si kuna utulivu, kuna utulivu.
Kitu ambacho Gen Z walikuwa nasema ni kwamba wangependa wapewe kazi, kwa sababu wengi wamesoma, wazazi mmewasomesha, lakini hakuna kazi. So bado tunahitaji kwamba serikali ijaribu kutafuta mbinu za hawa watoto ili waweze kupata kazi. Mzazi asisumbuke baada ya kuuza ng'ombe, baada ya kuuza sijui shamba, anapata bado anakaa na mtoto nyumbani. Tunasema kwamba asante sana kwa ajili ya ule utulivu, na tunampatia pia heko kwa sababu ya kupatia Osozi ambaye anatoka kaunti hii, na mimi pia ninatoka kaunti hii, singekosa kuja pia kuungana na wenzangu kuombea Osozi ili aendelee. Tafadhali wenzetu, mpatieni seneta nafasi ya kuweza kufanya hii kazi. Si rahisi, lakini tunamwombea akimbie Kenya nzima akijaribu kutembea, na ninaona the future is bright. Hapo mbele tukiendelea hivyo tunakuombea. Ninaona utakuwa katika ulingo wa kuweza kuwa hata president wa nchi hii. Mbarikiwe na hayo. Asante Madam Kidogo. Tafadhali tunamalizia, msiondoke. Ile kitu imefanya Bwana party leader, deputy party leader wangu Osozi kupata hii ni yale mambo Gen Z wamefanya. Si mnajua hivyo? Bwana Senator, nikubalie tu kwa niaba ya vijana, kwa niaba ya Gen Z mmoja tu waongee. Gen Z mmoja tu. Gen Z mko wapi? Wako wapi? Hawako. Sawa. ODM. Unaongea kama Gen Z? 1 second. Tunashukuru sana juu kama pia sio sisi angepata kazi, si ndio? Sisi ndo tulisababisha wale kama cabinet wakavutwa kazi. So sisi tunasema kama Gen Z utusupport. Alafu pia mimi nafanya spoken word, naweza nikufanyia tu line 2 peke yake. Dakika 2 peke yake. Wanasema kura yangu ni siri yangu, lakini kupiga hii kura si ndio mwanzo shida zangu. Na kula chakula lakini simezi. Nilimpigia kura nikidhania ni mtetezi, ati vile yako smart kuiba hawezi, kumbe alikuwa amevalia jezi ya wezi. Mtu anatamani kujaza tumbo bila fikra za kupiga bova tikumbo. Na sitapaka mgongo wa chupa mafuta, juu bado kijani stove haina mafuta. So na hustle kwa jua kali ndo wapate za kuiba manoti. Na sisi mafala chapa ilale anakuchotea. Chapa ilale. Asante sana. That's why hii society kitu inaweza share ni ketolea shisha ama nyungu ya busara, lakini for now tuko na Osozi akituwakilisha kule juu. Asanteni sana, mpigie makofi kijana. ODM. Mimi namalizia nikisema hivi. Bwana Godfrey Osozi, Deputy Party Leader, once more congratulations. For the good work. Pigeni kijana makofi jameni. Asanteni sana. Sinaona majenzi mnaona. Bwana Deputy Party Leader, I want to congratulate you on your appointment as a Deputy Party Leader of ODM. Indeed, jinsi ambavyo chairman Osago amesema, tulienda usiku tuliposikia watu wananyemelea hii kiti. Na tukaongea na baba tukiwa na Bwana Osozi na Osagwa na ma-MCAs wengine. Na baba akasema, nyinyi watu wa Vihiga kupitia Osozi amekuwa mwaminifu kwangu. Na yale mambo ambayo mmesema nimesikia itakuwa hivyo. Na baada ya siku 2 tukasikia Bwana Osozi ni Deputy Party Leader wa ODM. Kwa hiyo Bwana Osozi, congratulations. Kiti hiki sio kiti ya Waluya. Kiti hiki ni kiti ya Kenya mzima ndani ya chama cha ODM. Na jinsi ambavyo wengine wanasema ambao wamenitangulia, Bwana Osozi, sisi tunakutakia kila laheri kwa kazi ambayo unaenda kufanya ndani ya chama cha ODM. Na wale wengine ambao hamjajiunga na ODM, ma-MCAs wenzangu ambao mko kwa vyama vingine, chama peke yake ambayo ina structures na ambayo inaweza ongoza hii nchi in the next level of government ni chama cha ODM.
Kwa hivyo njooni wote tuingie ndani ya chama tusaidie Bwana Godfrey Osozi kazi. Si namna hivyo? Kwa sababu mmechoka sana. Nikiendelea sana nitakuwa na haribu. Si namna hivyo? ODM. Nataka nikisema Hamisi mseme Osozi. Nikisema Vihiga mseme Osozi. Nikifika Luanda mseme anachukua anaweka. Ama namna gani? Vihiga Osozi. Hamisi Sabatia Emuaya Luanda anachukua anaweka. Hata namna gani? Luanda anachukua anaweka. Sasa wakati huu mniruhusu, nataka nikaribishe mbunge wa Luanda Bwana Maungu ili aje azungumze na sisi. Asante sana. Power so. Power so. Basi guest of honor ambaye ni super senator wetu Mheshimiwa Godfrey Osozi, mama wetu deputy governor, viongozi wote MCS na viongozi wote akiwemo chairman wa ODM Basanguru Banje na MCS ya Mwezi Mlembe. Mlembe handi. Kama unaniona tafadhali tupigie mkono tafadhali. Power! 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 Asanteni sana. Kwanza kabisa nichukue nafasi kumpatia ndugu yangu heko. Kwa sababu Mheshimiwa Godfrey Osozi ambaye kwa sasa ni deputy party leader na hivi karibuni atakuwa His Excellency, nasema kwamba congratulations kwa sababu ya kuweza kupata ofisi kubwa, ofisi ya deputy party leader. Mimi kwa niaba ya Luanda, Vihiga na mkoa huu wetu wa Magharibi tunasema we are proud of you. Huyu mwanaume nimemjua kwa muda na nimemtambua kama mtu ambaye si muoga. Nimemtambua kama mtu ambaye ana msimamo na kama mtu ambaye ako imara kabisa. Kwa hivyo aliponieleza kwamba amepokea hiki kiti, mimi nilijawa na furaha sana kuona kwamba ndugu yangu na mpiga kura wangu pia leo hii ako kule juu. Tunasema nini? Congratulations. Wangapi wanafurahia Osozi kuwa deputy party leader? Wangapi? Hebu tupiane kelele ili apate kusikia kwamba nimefurahi. Mheshimiwa Osozi, I want to tell you on behalf of Luanda, we are proud of you. We are proud of you and we shall forever be proud of you. Wajua, kwa sasa unapoangalia katika hali ya juu kule juu, inajulikana kwamba kuna sehemu inaitwa Bunyore inaitwa Luanda kwa sababu kuna kiongozi party leader yuko pale, sio? Na vile wamesema ni kwamba hivi karibuni najua huko juu pia kutakuwa na nafasi wakati ambapo baba ameenda AU Oparanya katika uongozi kule. Chama kinatafuta kuwa na kiongozi ambaye anakuwa party leader. We wish you well that you can assume that office of the party leader. Kwa wageni, mimi naitwa Dickson Maungu ama ukipenda Oyugi Dick Maungu. Ukiangalia hiki ofisi imeandikwa ODM, sio? Hiyo inamaanisha Oyugi Dick nani? Kwa hivyo nimekuja hapa kwa sababu mimi ni mwenye chama hicho. Sio hiyo? Jambo kwa si unajua Osozi ndio deputy party leader wa ODM, lakini chama iko ndani yangu, sio? Kwa sababu mimi nilipozaliwa kule Siandumba waliita Oyugi Dickson Maungu. Kwa ufupi nani? Hata Mheshimiwa Baba Raila Odinga akijiona ananiambia ODM jambo. Na mimi nasema jambo mzee. Kwa hivyo tumekuja hapa kusherehekea. Na chairman alisema kwamba tuko hapa kwa sababu ya shukrani na Thanksgiving. Skali mbo, tuko hapa kwa shukrani na Thanksgiving. Mheshimiwa Osozi, niseme kwamba mimi naangalia hawa wangwana wana furaha. Wana furaha kwa sababu tangu kaunti ya Vihiga ianze, hatujawahi kuwa na senator ambaye ni mchapakazi kama wewe. Tangu kaunti ya Vihiga ianze, hatujakuwa na kiongozi ambaye ameshikilia vile ambavyo umeshikilia.
Huyu kiongozi natambua kwamba mimi hapa niko na CDF ambayo inapeana basari. Lakini huyu muungwana anatumia pesa ya mfuko yake kutembea humu kote. Kwa hivyo ni mtu ambaye nimeheshimu sana, and we are proud of you my brother. Mimi nikiwa hapa Bunyore naitwa Pawaso. Halo? Naitwa nini? Manake hii ni mashini ambayo inakata kwa chini kabisa. Na leo hii Ososi ameniongezea V-Power. Sikali mbo. Kwa hivyo mashini yangu ina kuguruma vizuri kwa sababu nimepata V-Power, sio? Na niseme pia nashukuru wazee. Nakumbuka tulipokuwa Epsakami katika sherehe ambayo tulikuwa naye pale, mlifanya jambo. Ambaye alikuwa na macho alipata kuyao. Si mwalola kende karamba. Waona sina, veka si Ososi kusina. Kwa hivyo Mheshimiwa Ososi, kalia na mbili. Mimi najua kwamba wengi walijiuliza na Mungu anakuja hapo manake ni wa DAP. Hiyo nyingine nitaongea. Lakini kwa Ososi mimi hapo niko, I think I must say I am his German shepherd. I'll back at anyone who comes to attack him because I'm here. Sina hiyo? So Ososi, be sure that I'm your German shepherd. Japo kwa siongei mengi lakini najua kukwarusa. Unapohitaji mashini yangu ya Pawaso pia niambie, nitakupatia ukati ule ambaye anakusumbua. Ili kwamba nyooke vizuri, ukitaka ugavana pale mbele uchukue vizuri. Na naenda kufieka kwa sababu najua kwamba huyu amekaa hapa ametosha kukaa kwa hiyo kiti. Sina namna hiyo? Hivi karibuni wajua kwamba mimi nimetembea humu sana. Nikisema nilitembea huku nitafuta kura. Na nilipokuwa natafuta kura nilisema kwamba mimi nilikuwa namsupport Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Kwa sababu yule mwingine kiasi mimi sikuwa nimemwamini. Yule mwingine kiasi alikuwa na uongo kidogo. Lakini nilimwamini Mheshimiwa Raila Amolo Odinga kwa sababu alikuwa mzee ambaye alikuwa yuko imara. Na nikatembea huku hivi majuzi nisema kwamba Mheshimiwa Ruto akaitwa Zakayo afanye namna gani? Ameshuka hajashuka? Ameshuka. Nashukuru kwa sababu ameshuka, sio? Kwa hivyo sitakuwa na mambo mengi kwa sababu ameshuka. Lakini kama ameshuka, niko na jukumu kama kiongozi wa Rwanda kuona kwamba mimi siko ndani ya serikali, lakini ni rafiki wa serikali. Itabidi nikosoe serikali ambapo kuna makosa. Itabidi nikosoe serikali ambapo kuna nini? Makosa. Diposa mwaka jana ilipoleta finance bill ya 2023 katika kaunti ya Vihiga yote, ambaye alisimama kidete na kusema no, alikuwa ni mwingine Dickson Maungo Yugi, sio? Mwaka huu wala angwana wakaleta mswada mwingine ambao ulikuwa ni mbaya zaidi. Mswada ambao ulikuwa unagandamiza. Kukanunuliwa wengine, tukatishwa, lakini huyu kijana wenyu alisimama kidete akasema mimi Dickson Maungu kwa niaba ya watu wangu wote nasema nini? No. Vizuri ama vibaya vile? Vizuri. Na nasema hivi, huo mswada ukirudi leo mimi nitazidi kukataa. Kwa sababu hawa mama walinituma. Wakaniambia unapoenda kule tafadhali ongea kwa sababu yetu. Unapoenda kule usikubali tuwe tumenyanyaswa. Kwa hivyo jukumu langu kubwa ni kuona kwamba watu wangu wa Rwanda hawajanyanyaswa na polisi za serikali ambazo sio popular. It is true that katika Azimio chama cha ODM donated experts, and I'm proud that Mheshimiwa Oparanya is an expert amepatiwa pale. Mheshimiwa Pia Wandai is an expert amepatiwa pale. Mheshimiwa Mbadi ni expert amepatiwa pale. Najua kwamba baada ya muda mfupi uchumi unaenda kunyoroka. Sikali mbo. Haimaanishi kwamba chama cha ODM kiliingia kwenye serikali, lakini they have a partnership ambao wanafanya. Sio ni nzuri vile. Kwa hivyo tuko na jukumu la kurekebisha. Nami nimeona walimu waliongea hapa kule bungeni. Mimi ukaa katika kamati ya education. Tulipokuwa kule ndani kuna mambo ambayo tuliyapitisha. Kwanza kabisa kuna walimu wetu 1046 ambao ni walimu ambao wamequalify lakini wameweka katika mambo ambayo yeshimiki inaitwa internship. Tukaweka pesa pale kuona kwamba wale walimu wote wameajiriwa. Juzi nimesikia kwamba kuna vile imetokea. Walimu hawa pia walikuwa wamesema kwamba mwaka mitatu iliyopita kwamba wangalipenda na CBA ama collective bargaining agreement kwamba wapatiwe pesa ya kuinua juu kwa sababu hawa walimu, mimi ni mtoto wa mwalimu. Kwa hivyo unapofinya mwalimu pia umenifinya mimi, sio? Ili wapatiwe haki yao. Mimi nachukua hii nafasi kukumbusha serikali ya Kenya kwamba tumekuwa na madaktari kwenye barabara katika mgomo. Tumekuwa na walimu wa JSS kwenye barabara katika mgomo. Hivi juzi tumekuwa Gen Z katika barabara kwa sababu ya mgomo. Naomba kwamba msikubali walimu wetu waende barabarani Jumatatu walipe mshahara yao na pesa zao ili warudi darasani. Kwa sababu unapofinya hao walimu unafinya kila mtu.
Huyu mwalimu ndio anaandika watoto pale nyumbani. Huyu mwalimu anafanya kazi mingi sana. Kwa hivyo naomba leo nikiwa hapa nyumbani kwamba serikali inaposikia kwamba hakikisha walimu wako shuleni on Monday kwa kuwapatia pesa yao ambao walisign 13 billion, na pia kuona kwamba walimu wetu wa JSS wameenda shuleni, wamekuwa confirmed as permanent and pensioner. Sio kwa mzuri vile. Pili, wajua tumekuwa na mwenzetu ambaye ni Mheshimiwa Mheshimiwa Wycliffe Ambetsa Oparanya ambaye kwa sasa ameingia kule kuwa waziri. Mheshimiwa Godfrey, kwa leo hii katika mkoa huu wetu wote, ukianza kule Trans Nzoia, enda kule Bungoma, enda kule Busia, rudi Kakamega, malizia hapa Vihiga, you are the only senator ambao alikuwa ndani ya Azimio. Na leo hii kwa wale wote, kwa senators wote na viongozi wote, mimi nikiwemo, wewe ndio uko pale juu katika mambo ya siasa. Naomba sisi watu wa mkoa wa Magharibi miaka mingi tumekuwa kupotea. Mheshimiwa Sosi, naomba hivi, unapokuwa deputy party leader, ensure that we as Mlembe people can speak in one language. Tumechekelewa kwa miaka mingi sana kwamba watu wamesema kwamba Waluhya na watu wamechanganyika. Sikani ngo. Lakini huyu jamaa yuko hapa na muelewa. Ninamjua kwamba ningeomba kwamba anapokaa kwa ile meza akisha kwamba Mluhya Mbukusu, Mluhya Maragoli, Mluhya Mnyore yuko kwenye meza pale, ili sisi kama watu wa Mlembe tusikue watu wa second class but the first class people. Sikani ngo. Kwa sababu tuko na watu wengi sana. Jamii ya Mluhya ni jamii ambayo iko na watu wengi sana. We are many but we are despised. We are many but we are not respected. Kwa sababu hatuna msimamo. Lakini leo hii tunasema leo hii sio tumepata mwelekeo. Mheshimiwa Sosi, wewe ukiwa ni kiongozi wetu katika area hii ya Western, unapotueleza pande hii, tuko tayari kuunga mkono kwamba leo hii serikali inayokuja 2027 sisi kama watu wa Mlembe tukue ndani ya serikali, ndani kabisa. Sawa hiyo? Ama nataka tumkue mpande ya Azimio ya nini ya opposition peke yake? Tumechoka kuwa huko nje, sio? Tukue ndani. Na ili tuwe ndani, ni vema sisi kama wenyeji wa area hii, Western province ya area hii, wengi wetu watuchukue vipande. Na napochukua atuchukue vipande, naomba kwamba tuchukue vipande, tujiandikishe kura, ili wakati kelele napigwa kelele juu, tujitokeze kwa umoja, tuone kwamba leo hii watu wa Mlembe wako tayari. Imepangwa kwamba ati Mheshimiwa Ruto anapomaliza kazi yake, Rigiji amenojea pale, anangojea iende Central Kenya. Mimi nauliza, kwani sisi ni wageni Kenya hii? Kwamba ikatoka kwa Kenyatta, ikaenda kwa Moi, ikaenda kwa Kibaki, ikaenda kwa Uhuru, sasa imerudi kwa Ruto, kisha wanasema kwamba wangependa irudi Rigiji apokee ile kitu. Sisi tunasema tawe tumekataa, sio? Kwa sababu leo hii lazima sisi kama namba 2 Kenya hii tukue kule na Mheshimiwa Sosi, we are one of those who will lead us to that place. Ili kwamba serikali inapoundwa tuundwe tukiwa pale ndani. Ama namna gani? Wangapi wangependa Mlembe Nation tembee pamoja? Kwamba itembee nini? Pamoja. Na tukiwa hapa tutatangaza, naona watu wameredia wako hapa. Mtangaze kwamba Luanda tumeweka declaration kwamba sisi kama jamii ya Mlembe tumeamua kwamba enough is enough, we want to be part of government in the coming elections. Sikani mbo. Ama namna gani? Basi sitakuwa mwingi wa maneno, manake wa mama wangu hapa wamechoka, jua imewachoma, lakini najua kwamba mama imeandaliwa. Power! 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 Hapa tuko na viongozi, tuko naye deputy governor ambaye ni kijana shupavu. Taomba kwamba kwa heshima tumkaribishe deputy governor ili atuletee mgeni wa heshima ambaye sio Asante sana kiongozi wetu ambaye ni super senator wetu ambaye ametusababishia tuweze kufika hapa nyumbani kwake pamoja na familia. Mheshimiwa Powerso ambaye ni mbunge wetu wa hapa Luanda constituency,
viongozi wenzangu, tukiwemo na director wa communication wa chama chetu cha ODM ndugu yetu Philip Etale, leader of majority pamoja na leader of minority, deputy speaker na waheshimiwa MCS, chama chetu cha ODM ambacho viongozi wa chama wamejumuika hapa, wazee wetu wa Council of Elders Bunyore, tulikuwa mbeleni hapa na kanisa, sote ambao tumefika hapa, hamjambo. Hamjambo tena. ODM, ODM, asanteni sana. Nimefika hapa kwa nafasi ya kipekee kwa mwaliko wa rasmi wa super senator wetu, na sijakuja hapa kama deputy governor pekee kwa sababu mimi ni msaidizi wa governor wetu His Excellency Dr. Wilbur Otichilo. Alipata wageni kwa sababu ya kuzidi kuvuta maendeleo katika kaunti yetu hii, na governor akaniuliza kama msaidizi wake nifike hapa kwa niaba yake, vile nikaweze kupata kumwakilisha. So mniruhusu kwa unyenyekevu wa kipekee muweze kujumuika na mimi, mupokee salamu za gavana wetu wa kaunti ya Vihiga. Mnapokea salamu za gavana wetu? Mnapokea salamu za gavana wetu? Angelikuwa pamoja na sisi, lakini ni kwa sababu alipata wageni ambao watatusaidia kwa mambo ya kuendeleza kaunti yetu ya Vihiga. Na ili gavana aweze kupata kunituma hapa siku ya leo, na mimi kama ndugu ya super senator kuweza kujumuika na yeye, wakati senator wetu alipata nafasi ya kuwa kwa daraja ya juu katika chama chetu cha ODM deputy party leader, nimekuwa Nairobi na nilienda Nairobi kwa sababu ya kupatia senator wetu ujumbe rasmi, a special message kutoka kwa governor wetu. So governor wetu, nikiwa msaidizi wake super senator, nichukue nafasi hii nijumuike na viongozi wote kusema hongera, congratulations the governor of this county, uongozi wa county hii, we are proud of you. Sio rahisi kuweza kupanda daraja na ngazi ya juu kwa chama kubwa katika East Africa ODM na uweze kuwa deputy party leader. Hiyo ni baraka kwetu kama kaunti ya Vihiga, na tunajivunia kama uongozi wa kaunti ya Vihiga kwa sababu kaunti ya Vihiga, governor na wingi wa viongozi ambao tunatembeza serikali ya watu wa Vihiga, wengi wetu tulichaguliwa kwa chama cha ODM. So super senator, wakati unapanda daraja ya kuwa deputy party leader, nataka nikuhakikishia kwamba governor atakuwa mstari wa mbele kuhakikisha kwamba chama chetu cha ODM kinazidi kulenga, kinazidi kutembea kwa ile barabara ambayo itasaidia tuzidi kukua na nguvu, tusipoteze umaarufu kwa sababu hii ni county ya ODM. Ama nyinyi mnasema namna gani? Si lazima governor awe mstari wa mbele ili tushikilie chama? So I want to assure you super senator, deputy party leader, ya kwamba governor atatembea pamoja na wewe ili tuweze kushikilia mambo na tuweze kuendelea mbele. Na nijumuike na viongozi wenzangu. Super senator, ulipiga hesabu ya kipekee na sio rahisi kuweza kubembeleza baba Raila Amolo Odinga ili upatikane kwa meza ya uongozi. So let me take this opportunity nikijumuika na governor wetu kusema ya kwamba His Excellency baba Raila Amolo Odinga ametufanyia sisi watu wa kaunti ya Vihiga heshima kubwa sana, na hiyo heshima ambayo ametupatia, nataka nihakikishie chama cha ODM na kiongozi wa chama cha ODM ambaye ni baba, ya kwamba watu wa kaunti ya Vihiga tutazidi kuweka heshima na idumu kwa kiongozi wetu Raila Amolo Odinga. Na jukumu la super senator wetu wakati anaketi sawasawa kuwa deputy party leader, chama cha ODM sasa kitatarajia kwamba kaunti yetu ya Vihiga tuzidi kuimarisha chama, kwa sababu penye deputy party leader anatoka lazima
tutazidi kushikilia waheshimiwa MCS wetu, tuzidi kuvutia wabunge wetu, tujenge chama ili angalau deputy party leader kitembea Western mzima na katika taifa la Kenya ajue ya kwamba nyumbani kwake kaunti ya Vihiga chama kiko imara na kinazidi kuvutia viongozi na wananchi. So itakuwa changamoto kwetu viongozi sote wakati tunaruhusu super senator wetu deputy party leader wa chama cha ODM azidi kufanya chama kipanuke kitaifa. Lazima sisi kama hapa katika kaunti ya Vihiga tufanye ya kwamba chama kiwe na nguvu na kivutie wengi ili tuweze kupata kuendelea mbele. Tusitoke kwa barabara, tujenge chama kizidi kuendelea mbele. So tutashirikiana tuhakikisha kwamba mambo inaenda mbele vizuri. Na itakuwa jukumu letu tushikilie deputy party leader wetu Senator Osozi mkono. Tuvutie viongozi wengi vile wale waliozungumza mbele yangu. Chama kitaendelea mbele bila kubembeleza wengine ili tuweze kujaza viongozi. Penye viongozi wako wengi kuna kuanga na uwezekano ya kuweza kutengeneza serikali na kuvuta yale maendeleo ambayo yanapatikana kupitia serikali. So tutaendelea mbele kwa msingi huo. Na super senator, wakati unapanda daraja ya kuwa deputy party leader, nataka nikuhakikishia kwamba vile unafanya bidii ili kaunti ya Vihiga ipate kuendelea mbele. Gavana wetu akiwa mchapakazi wakati anatekeleza legacy term yake, nataka niambie watu wa kaunti yetu ya Vihiga ya kwamba kaunti yetu inaelekea mahala pazuri. Gavana anafanya bidii vile anaweza akishirikiana na viongozi wote. Tunafanya kazi na MCS wetu wote, tunafanya kazi na wabunge wetu wote, senator akiwa mbele, na sasa tutazidi kufanya kazi kwa msingi ya umoja na ushirikiano ili tuzidi kupata maendeleo na matunda ya uongozi bora. So niwahakikisheni ya kwamba kwa mambo ya governor kupitia county government tuweze kupata afya njema, kwa mambo ya kuzidi kuimarisha mambo ya elimu, kwa mambo ya kuzidi kuimarisha mambo ya watu kupata maji, kwa mambo ya kuimarisha mambo ya kilimo katika kaunti hii. Sasa tutapata nguvu kwa sababu deputy party leader atakuwa na uwezo wa kubembeleza kule katika serikali ya kitaifa, kuongezea kwa zile pesa zenye huwa wanapigana zikikuja, basi tutazidi kupata nafasi mbalimbali za kuzidi kupata maendeleo. So tuko pamoja. Ninaangalia watu wetu wa hapa na viongozi wa chama cha ODM. Nafikiria mlikuwa mnataka nipatiane salamu za gavana, na nimepatiana salamu hizo, na vile ninapima na kulingana na sana wakati naona ya kwamba mko na hamu na gamu, sasa msikie kutoka kwa mgeni wetu wa heshima, si ndio? Ama mnataka niongeze mambo mengine? Alafu nilisikia mambo mkizungumzia mambo. Mimi ninasaidia gavana kazi na mnaona so nataka nihakikishie deputy party leader na sote ambao tuko hapa ya kwamba wakati gavana anachapa kazi, my friend, my brother, deputy party leader, hii ni kaunti ambayo utapata mahala penye gavana ataiwacha mahali pazuri sana, na najumuika na wale ambao wamesema ya kwamba tutakuombea pale penye gavana mdosi wangu ataiwachilia mahali pazuri. Najua ya kwamba tena utazidi kuinua na kuipeleka mbele. Ama mnataka tushindane na yeye? So nilikuwa nasema hivyo kwa uzuri. So asante sana. Nafikiria kwa nafasi ya kipekee sasa mnataka msikie kutoka kwa mgeni wetu. Amekuwa super senator wetu, amekuwa mwanachungwa kamili, lakini saa hii baba na chama kimeweza kupata kumuinua aendelee mbele. So hiyo ni baraka kwetu. Nilikaribishwa hapa kwa njia mzuri sana.
na nitauliza viongozi wenzangu ambao tumeketi na deputy party leader tukaweze kupata kusimama na tuweze kupata kusimama, tuweze kupata kusimama. Tukaribishe deputy party leader kwa makofi, shangwe, nderemo na vigelegele. Haya, abantu banje mrembe, hebu salamia mimi kwa hewa, kila mahali hewa. Asante sana. Na huyu ni Godfrey Osotsi, Senator Vihiga County, Deputy Party Leader ODM. ODM, sema kwa sauti baba akiwa Nairobi asikie. ODM! ODM! Asante sana. Kwanza kabla sijasema chochote, wacha mwenzangu ambaye ni mke wangu, kipenzi changu cha roho, mrembo wangu akuja wasalamie. All political leaders around, abakambi na wazee wetu, wanafamilia na wananchi wetu wa Vihiga, hamjamboni? Hamjamboni? Najua mko na njaa, lakini mtavumilia kidogo tu. Najua super senator haindi kuongea mengi, hata mimi sina mengi, lakini kwa uwezo wa Mungu tunashukuru for this day. Tunajua ni kwa sababu ya all the support yenye amekuwa akipata. Mtanisamea na changanya Kizungu, Kiluya, Kiswahili. So ningependa kushukuru sana first of all the Council of Elders. Mmemwamini sana mume wangu. Nataka kufanya jambo, anawakujia na mnampatia idhini. Na Biblia inasema kile ambacho kinaidhinishwa duniani kinaidhinishwa mbinguni. So tunajua Mungu ako na upako wake kwa super senator. Na leo nimejua sasa kumbe short ya deputy party leader ni DPL. So pia nikisikia DPL, I know you are being addressed. So kanisa pia mmekuwa mkitushika mkono in all stages of political life. Kila njia ambayo mmekuwa kienda kisiasa, mmekuwa mkinisaidia sana kwa maombi, kumshika mkono,
even mkiitwa on a short notice mnatokea. Nawashukuru sana. Familia nawashukuru sana. You are just wonderful. This is a family. I'm talking about familia yetu hapa Bunyore. Wametushika mkono na ni marafiki, sio familia tu. Ni watu ambao wanakusikiza na wanajua ambacho chenye unataka kufanya, lazima wakusupport. Tunashukuru. Political leaders and friends. Bila nyinyi hakungekuwa na ODM. Acha tuanzie hapo. Hatungekuwa tunaongelelea maneno ya parties. Na nashukuru kwamba ODM kupitia chairman na viongozi wote wa ODM mmeweza kumwamini Godfrey, mmeweza kumpatia deputy party leader, na najua anaenda kufanya kazi nzuri kwa party. Wananchi wote wa Luanda na Vihiga kwa jumla, asanteni sana. Najua mnapenda super senator, na kwa kila wakati ambapo wako nyumbani mnakuja mnatusalimia, tunashukuru na mnakaribishwa sana. Now to my husband. Acha nisiku address kama politician kwa sababu sasa now I want to tell you this. I release you to the party. Enda ufanye kazi. Saizi responsibilities zimeongezeka. Wewe ni senator, wewe ni DPL, na wewe bado ni baba, na bado uko na watu unakuza huku nyumbani. So hizi kazi zote yafaa uzifanye with a sober mind. Usikuwa overworked. When you have something that you want to share, you know the right people to share with, so that you don't get overworked. Na mimi unajua saizi venye responsibilities zimeongezeka, the meetings are many. So saa zingine hata unamwona asubuhi kwa nyumba. But who am I? Who am I to question the will of God? Sasa na hata afanyie wananchi kazi, sisi kama familia tutamunga mkono kwa sababu he's a go-getter. Actually this guy is a go-getter. Hata ndio anioe, he was dating me from very far. Alikuwa Egerton na mimi nilikuwa nasoma West Pokot. But he made sure amekuwa patient, ameningoja nimalize shule, tukapatana. Hata wakati amekuwa SG&C, ilikuwa ni bidii yake on some part. Unajua sometimes huulizi, but unasikia from the conversations he's making on the phone calls. Alafu pia kuingia kukuwa senator, anajua mimi am a very big critic of him. Anytime ana make some step, I have to ask, are you sure? Alafu ananiambia, wewe mam, wewe ngoja tu. So mimi behind closed doors is to go to my knees na kusema sawa Mungu, hapa wewe shikilia. Wakati ametaka hii the vacancy came ya ODM DPL, aliniambia kuna vacancy. Namuuliza na sasa nani atachukua? Ati wacha nione, lakini nataka kuchukua. Are you sure? Sababu najua kuna vigogo wengi wa ODM wenye wangetaka hiyo kiti, lakini God is always on your side. So you continue being resilient, you continue being prayerful, tutakusupport in all ways zenye tunaweza. And then in a special way, I've never had an opportunity to thank individually the workers you have in your office in Vihiga. These people are so resilient. They work for you so diligently. Na najua all the backlash ni nyinyi wao mnapata. Mimi by the time inafika nyumbani imetulia kidogo. So unajua politics iko na stress, and working with people also is stressful. So nawashukuru wote, mwalimu Andafu with the team. I really appreciate mnamshika mkono, mnamvumilia, na I really appreciate. So muendelea kumwombea Mungu. Ni kijana mzuri, si ati namsifu kwa sababu watu wamekaa hapa. He's a good person. He's a what should I say? Ni ule mtu wa msimamo. Akiwa na msimamo ni ule mmoja. Ndio hata nitasema amekuwa na msimamo wake kifamilia and in every aspect of his life, not only politically. So muendelea kumsupport, endelea kumwombea, na tutazidi kuwashukuru.
Ni hayo tu. Ambao mnijui jina enzeni mkhana mtirichi nangoa Jamila nangoa Jamila mkula ichaptulu mulitala lya kutia bandu ba misi mulio aya asante. Haya, asante sana. Si ametosha? Amesema mazuri yangu, lakini ile mabaya kidogo ameficha. Sisi tumeoana zaidi ya miaka 21 sasa, na tuko pamoja, tujaiko sana hata siku moja. Kwanza nitaanza na kushukuru Mwenyezi Mungu. Mungu ndiye ameleta hii baraka yote. Bila Mungu hii baraka ingepatikana kweli? Kwa hivyo mimi shukrani yangu ya kwanza ni kwa Mwenyezi Mungu, ambao sisi kila wakati vile mke wangu amesema, sisi huwa tunaomba. Msione mwanasiasa kama mimi mseme ati huyu afati Mungu. Mimi nafuata Mungu kabisa. Naamini kwa maombi. Najua hii yote imewezekana kwa sababu ya maombi. Jambo lingine, mimi namshukuru kiongozi wangu Mheshimiwa Engineer Raila Amolo Odinga kwa kuniamini, kuona kwamba kwa viongozi wote wenye wako ndani ya ODM mimi nikuwe miongoni mwa wale manaibu wake kama deputy party leader. Hebu pigia Raila Amolo Odinga makofi. Na vile vile nataka kuwashukuru wale ambao waliniamini, viongozi wa ODM, haswa huyu mzee hapa, chairman wa chama cha ODM Vihiga County. Huyu mzee amenishika mkono sana, na mimi namshukuru sana kwa sababu vile alisema, alichukua viongozi wa ODM kutoka Western wakaenda Nairobi, wakakuwa na mkutano na baba na Oparanya, wakamwambia yule ambaye anastahili kuwa deputy party leader ni Mheshimiwa Godfrey Osotsi. Jambo lingine ni kushukuru pia nyinyi wote ambao mnaniunga mkono. Bila nyinyi kunichagua kuwa seneta wenyu, wangenifikiria huko juu kweli? Kwa sababu ya hiyo kura yenu kwangu kuwa seneta wenyu, ndio kwa maana ndani ya ODM waliona mimi niko na uzito wa kuwa deputy party leader. Kwa hivyo nawashukuru wote nawashukuru kwa ile kitu ambayo mlinifanyia. Lakini leo najua mmechoka na mko na njaa. Si mko na njaa? Bwana super senator ako hapa bwana. Tulieni. Vumilieni kidogo msikie maneno mazito, si ndio? Ambayo naenda kusema siku ya leo. Hiki kiti ambacho nimepewa sio jambo la mzaha. Nimeona wengine wakifanya mzaha. Hili si jambo la mzaha. Sasa unajua watu wameanza kujipanga kwa siasa ya Kenya. Na chama cha ODM mnajua ndio chama kikubwa sana hapa Kenya na Afrika Mashariki yote. ODM ni chama kubwa. Sasa kuwa deputy party leader wa chama kubwa kama ODM ni kitu ya mzaha? Si kitu ya mzaha. Saa hizi hata nimesikia mkiongea hapa mambo ya 2027 na sijui fulani. Mimi sasa mpira yangu ni ligi ya juu. Mimi mpira yangu ni ligi ya juu. Sasa Raila Odinga ako na deputies watatu. Amechagua vijana. Mimi mmoja wao, Mheshimiwa Gavana wa Kisii Simba Arati. Mheshimiwa Abdul Nasir, Gavana wa Mombasa, pia yeye ni deputy party leader. Ametuweka hapo. Sasa hata yeye kama ataenda kuongea na mtu, tuseme anaenda kuongea na Ruto,
Ruto anakuja na Rigathi Gachagua, anakuja na Mudavadi na anakuja na Wetangula, hao wazee wote. Na Raila anakuja na vijana shupavu. Tunakaa kwa hiyo meza, tunapanga siasa ya Kenya. Sasa kama mimi napanga siasa ya Kenya pale juu, hapa Vihiga, hata nikisikia mkiongea 2027, wale jamaa ambao wanajaribu kupigana na mimi 2027 na wahurumia. Kwa sababu hii siasa tutapanga tumalize, alafu tukuje tumalize, si ndio? Sasa hiyo isiwajalishe, nasikia mnataja majina hapa, sijui nini, na mimi nacheka tu. So hii mambo si mambo rahisi, hii ni mambo magumu. Na pia mmesikia mzee wetu baba Raila Amolo Odinga akifaulu kule AU, aende kule AU. Na sisi tunajua kulingana na ile mipangilio tumeweka, yeye atakuwa AU chairperson, yeye akuwe president wa Afrika mzima. Lakini wacha niwaambie, mzee Raila Odinga huyo ni mzee wa mambo mengi. Huyo wamesema sijui atatoka kwa siasa ya Kenya. Wacha hiyo, yule mzee atabaki na sisi, hata kama hatakuwa hapo, lakini atakuwa kwa bench kama coach wa timu ya ODM. Na baba anaweza cheza mpira yeye mwenyewe ama rudi kwa bench akuwe coach. Si alikuwa coach 2002 na Kibaki akapata kiti, si ndio? Si alikuwa coach wa Kibaki? Sasa sisi amechukua vijana, amesema sasa nyinyi mtanisaidia. Lakini akienda yeye baada anabaki coach wa timu ya ODM. Sasa mimi nikiwa kwa wale watatu, si niko step ya mbele? Si niko mbele? Sasa wale nilikuwa nasikia wakisema hii kiti ni bure. Hao wanajua siasa ya Kenya kweli? Alafu tena mimi nataka kuambia watu wa Vihiga, na ninashukuru sana Deputy Governor vile umeongea kwamba hii ni baraka kwa watu wa Vihiga. Unajua siasa hauangalii tu miaka 5 inakuja, unapanga mbele hata miaka 10, miaka 15, miaka 20 inakuja. Mnaona sasa, kabla baba anipatie hii kiti, iko kijana ambaye kwa viongozi wa chama ambaye alikuwa mbele Western. Iko kweli? Hakuna. Lakini ukiangalia Mlima Kenya tuko na Ndindi Nyoro. Ukiangalia kule Rift Valley iko na kina Murkomen. Ukiangalia Nyanza iko na watu kama Babu Owino, Gladys Wanga na wengine. Sasa mimi niko hapo pia. So you have invested in the future in the hands of the Senator of Vihiga County. Kwa hivyo hii ni kiti ya muhimu sana. Na mimi nimesikia kelele wakati walitaja jina yangu kwamba mimi ni deputy prime party leader. Nikasikia wengine kidogo wanapiga kelele. Lakini I want to tell them today kwamba kwa siasa kama hauna uaminifu, loyalty, kama wewe si mchapakazi, kama wewe hujaweka Mungu mbele, hauwezi ukapata. Mimi nimekuwa mwaminifu kwa Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, na nimekuwa mwaminifu kwa gavana aliyekuwa wa Kakamega, gavana Wycliffe Ambetsa Oparanya. Mimi nakumbuka baada ya kura vile hao watu wa kwanza walichukua kiti, watu wakatutoroka wakakimbilia kule kwa Ruto. Ruto akiita mkutano wanaenda. Ni viongozi tu 2 watatu hapa Western ambao sisi hatukufuata hiyo maneno. Mimi wa kwanza, Mheshimiwa Maungu hapa na Mheshimiwa Caleb Amisi kule Saboti.
tulikataa na tukasimama na msimamo mmoja kwa baba. Hao wengine wanayumba yumba, wakiitwa kidogo wanaenda hapa. Sisi tukasimama na msimamo mmoja, na hiyo uaminifu kwa baba. Hata Mheshimiwa Oparanya ambaye alisaidia sisi wengi wetu tukaingia kupitia kwa ODM, pia viongozi wakasahau yeye. Mimi kila jioni mimi nilikuwa nakaa na Oparanya, tunahangaika na yeye tunasumbukana na yeye kwa maandamano, karibu tuuawe kule Busia, mimi tukiwa na yeye. Sasa wakati alipewa nafasi ya kusema kwa Waluya wote, unaona nani anatosha, haikuwa kazi ngumu kwa Oparanya kusema Osotsi anatosha. Na vile vile baba, haikuwa rahisi yeye kusema Osotsi anatosha. Kwa hivyo mimi nimepewa hii kiti kwa sababu ya uwezo wangu, kwa sababu ya uaminifu wangu, na kwa sababu ya ile bidii nimeweka ndani ya chama. Wengi wanasema Osotsi amekuwa kwa chama muda kidogo, hata alikuwa mtu ya ANC. Lakini hiyo muda kidogo nimekuwa ndani ya chama ni kama miaka 10. Ile kazi nafanya ni kama miaka 10. Kwa hivyo msiangalie tu miaka. Loyalty is number 1. Fidelity and loyalty to the party is number 1. Na hiyo ndio kitu imenipa hii kiti. Lakini tuna kasiri kengine nataka kuambia. Unajua baba hapatiani tu mtu kiti hivi. Anafanya research, proper research. Mimi nakumbuka last year February, na ndugu yangu Philip Petale yuko hapa. Mheshimiwa Raila Odinga alinipigia simu mwaka uliopita February, akaniambia Osotsi, mimi nataka tuende na wewe kule nchini Nigeria. Nimeitwa na rais wa huko Nigeria, nataka wewe unipeleke. Mimi nikashangaa, mimi nitaweza mambo ya marais kweli? Lakini kwenda huko nikakutana na watu wawili wengine ambao baba amebeba. Alikuwa amebeba msichana wake Rosemary, na huyu msichana Rosemary si mnajua ameolewa hapa Epanga, hapa Luanda. Na mwingine ndugu yangu hapa Philip Petale. Tukaenda kule